Hallelujah. Hallelujah. Are we happy to be in the house of the Lord? Tunafuraha kuwa nyumbani mwa Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We will go straight to the Bible now. Tutaenda moja kwa moja kwenye Biblia. Book of Genesis chapter 18. Mwanzo 18. I'll read from verse 16. Kuanzia mstari wa 16 to 22. Hadi 22. On the same thought, katika wazo lile lile, seems like the Lord want me to center more on this rapture. Looks like the Lord want me to center more on this rapture. Inaonekana kama Mungu anataka nilete mengi zaidi kuhusiana na huu mnyakuo. How many are getting ready for the rapture? Wangapi wanajiandaa kwa ajili ya mnyakuo? Amen. Amen. This world is not our home. Unajua hapa ulimwenguni sio nyumbani kwetu. We are just passing through. Tunapita tu. There's a better land somewhere. Kuna nchi nzuri sehemu fulani. Jesus promised us. Na Bwana Yesu alituahidi sisi. That in my Father's house are many mansions. Nyumbani mwa babangu kuna makao. Sasa imekosewa. In my Father's kingdom are many mansions. Katika ufalme wa babangu kuna majumba mengi. Amen. Amen. And I'm going to prepare a place for you. Na naenda kuandalia makao kwa ajili yenu. My sister, dada yangu, he is going to prepare a place for you. Anaenda kuandalia makao kwa ajili yako. Brother Branham tells us, na ndugu Branham anatuambia that right now kwamba sasa the new Jerusalem is being constructed. Yerusalemu mpya inajengwa. And he says God is making it to the taste of the bride. Anasema Mungu anaijenga kulingana na ladha ya bibi harusi. You know, he loves you so much. Anakupenda wewe sana. That when he's building your mansion, kwamba anapokujengea jumba lako, he is making sure it's something that you are going to love. Anahakikisha kwamba ni kitu ambacho utakipenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You love the Lord this afternoon? Unampenda Bwana mchana wa leo? Oh, glory to his name. Tukufu kwa jina lake. We close our eyes for a word of prayer. Tufumbe macho wakati tunaomba. Heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, once again we come before your throne. Tena tunakuja mbele zako. We are thankful, Father, tunakushukuru Baba, that you are not a man that you lie. Kwamba wewe si mtu hata kudanganya. But you always keep your word. Siku zote unatunza neno lako. And Father, you've been with us since yesterday. Na kwamba umekuwa nasi toka jana. We are seeing your helping hand. Tumeuona mkono wako wa kusaidia. As we carry on into the service. Na tunavyoendelea na ibada. Father, we are failures. Sasa Mungu, sisi ni washindwa. You have never failed. Lakini wewe hujawahi kushindwa. We ask you to come and be with us. Tunaomba uje uwe pamoja nasi. Come take control of the service. Na uje uchukue utawala katika ibada hii. Be the main preacher. Uwe mhubiri mkuu. May me and my brother be microphones. Na sisi tuwe microphone that you can just use to speak to your children. Tukunena kwa watoto wako. Forgive us of our shortcomings. Utusamee mapungufu yetu. Wash us with your blood, O God. Ututazame kupitia damu yako. May we now be perfect before you. Ili tuwe wakamilifu mbele yako. We commit the reading of the word. Tunaweka mbele zako usomaji wa neno. Hata kuhubiri kwa neno. May you open the ears of your people. Ufungue masikio ya watu wako. Open their hearts to hear what the Spirit says. Ufungue mioyo yao isikie kile Roho ananena. We love you, Lord. Tunakupenda Bwana. We commit our lives to you. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. And the service. Kwa ajili ya huduma. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Praise the Lord. Bwana asifiwe. You love the Lord? Nampenda Bwana. Genesis chapter 18 verse 16. Mwanzo sura ya 18. And the men rose up from thence and looked toward Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. Kisha watu hao wakaondoka huko wakaelekeza nyuso zao Sodoma, Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. And the Lord said, na Bwana akanena, I hide from Abraham, je, nimfiche Ibrahimu that thing which I do, jambo nilifanyalo, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. You see what God is saying here? Unaona kile ambacho Mungu anasema? Shall I hide this thing to Abraham? Je, nimfiche kitu Ibrahimu? Hallelujah. Hallelujah. We are talking about the secrets of God. Tunazungumzia juu ya siri za Mungu. But to you, the bride of Christ, lakini kwa wewe bibi harusi wa Kristo, God is saying, Mungu anasema, shall I hide these things to my bride? Je, nimfiche vitu hivi bibi harusi wangu?
Hallelujah. Hallelujah. He can hide it to all the people out there. Anaweza kaficha kwa watu wote huko nje. But to you, lakini kwako, he says, shall I hide these things? Anasema nimfiche haya mambo. Amen. Amen. And verse 19 says, for I know him that he will command his children and his household after him, that they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. Mstari wa 19, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. And the Lord said, na Bwana akasema, because the cry of Sodom and Gomorrah is great. Kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi, because their sin is very grievous, na dhambi zao zimeongezeka sana. I will go down now, basi nitashuka sasa, and see whether they have done all together according to the cry of it, nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, which is come unto me, ambacho kimenijia. If not, I will know. Kama sivyo nitajua. And the men turned their faces from thence and went toward Sodom. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. But Abraham stood yet before the Lord. Lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Amen. Amen. Matthew chapter 28. Mathayo 28. Matthew 28. Mathayo 28. We read there on verse 16. Kuanzia aya ya 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. And Jesus came and spake unto them, saying, all power in heaven, all power is given unto me in heaven and in earth. Yesu akaja kwao akanena nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. The Lord add blessings to the reading of his word. We may be seated. Mungu aongeze baraka kusoma neno lake, mza tukaketi. Amen. Amina. Amen. 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 I want to hear an amen. Amen. Nataka nisikie amina. Amina. Are you in church this afternoon? Mpo kanisani mchana wa leo? Or maybe you are home trying to do some things. Huenda tukaa nyumbani tunajaribu kufanya vitu. In your mind. Katika akili zako. We don't want you to worry about anything at home. Tunataka usijali mambo ya nyumbani. Don't worry about the beans and ugali. Usijali juu ya maharage na ugali. God will take care of them. Mungu atashughulikia haya. Amen. Amen. This afternoon, mchana wa leo, I want to speak on called out. Na nataka nizungumze juu ya walioitwa watoke. Separated. Wametengwa into a secret place. Katika sehemu ya siri. For translation. Kwa ajili ya kubadilishwa. Hallelujah. Hallelujah. Called out. Wameitwa, separated, wametengwa into a secret place, kwenda kwenye sehemu ya siri, for translation, kwa ajili ya kubadilishwa. How many are waiting for the translation? Wangapi wanasubiria kubadilishwa? Amen. Amen. As we are preaching in the morning, kama nilivyokuwa nikihubiri asubuhi, day is coming, siku inakuja when we shall be translated. Wakati ambapo tutabadilika. We shall have a body change. Tutakuwa na kubadilika kwa mwili. Amen. Amen. We shall become young again. Tutakuwa vijana tena. How many believe that? Wangapi wanaamini hilo? Amen. You know there is something funny about life. Unajua kuna kitu cha kufurahisha kuhusiana na maisha. When you are 10 years old, unapokuwa mwenye miaka 10, 13 years old, 13, 15 years old, 15, and they ask how old are you? Wanakuuliza una umri gani? They always add a year or two. Mara nyingi unaongeza mwaka au miwili. When he's 12, they say, I'm 14 years old. Akiwa na miaka 12 anasema ni miaka 14. They want to grow to a certain age. Wanataka wakue kufikia umri fulani. And when you pass 21, na unapopita 21, you get to 23, unaenda kwenye 23. Say, how old are you? Wanauliza una umri gani? I'm 21 years old. Unasema na miaka 21. Hallelujah. Hallelujah. Those that are older wants to be younger. Wale wazee wanataka kuwa vijana. Those that are younger wants to grow older. Wale vijana wanataka wawe wazee. There's a certain age. Kuna umri fulani that everyone wants to get there. Kila mtu anataka awe hapo. That's the age that God is going to change us to. Na huo ndio umri ambao Mungu atubadilisha kuendea huo. Amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Called out.
wameitwa watoke, separated, wametengwa into a secret place kwenda kwenye sehemu ya siri for translation. kwa ajili ya kubadilishwa. It looks like this weekend we are talking about secrets. Inaonekana mwisho wa juma tunazungumzia juu ya habari ya siri. Amen. Amen. How many love to hear about secrets? Wangapi wanapenda kusikia siri? Amen. Amen. We are living in a glorious time. Tunaishi wakati wa utukufu sana. As the bride of Christ, Kama bibi harusi wa Kristo, God has revealed to us every secret. Mungu amefunua kwetu kila siri. Amen. Amina. Are you happy to be part of this bride? Una furaha kuwa sehemu ya bibi harusi? Amen. Amen. God is also happy to see you. Mungu naye anafurahi kukuona wewe. He's happy to see us together in this meeting. Anafurahi kutuona sisi pamoja katika mkutano huu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We read in the book of Genesis. Tumekuwa tukisoma kitabu cha I Mwanzo. want to draw some types and scriptures Nataka there nichukue masomo na so that I find a context for our message. ili nipate muktadha kwa ajili ya ujumbe wetu. Abraham, Ibrahim, he was called out in Genesis chapter 12. alikuwa ameitwa kwenye sura 12 ya Mwanzo. And God called Abraham Na Mungu alimuita Abraham not because he had done something good, sio kwamba alikuwa amefanya kitu not fulani chema, because he was a better person. sio kwamba alikuwa mtu bora sana. He called him by his own grace. Alimuita yeye kwa neema yake. Hallelujah. Hallelujah. Brother Branham tells us Ndugu Branham anatuambia that Adam kwamba Adam had a conditional covenant with God. alikuwa na agano lenye masharti. Amen. Amina. Are you with me this evening? Tuko wote jioni ya leo? Adam had a conditional covenant. Adamu alikuwa na He says, agano lenye you masharti. do this and I'll do this. Ukifanya hili na mimi nitafanya You hili. do this and I'll do this. Ukifanya hili na mimi nafanya hili. Don't do this, I'll do this. Usifanye hili na mimi sitafanya hili. And Adam broke that covenant. Na Adamu alivunja ile agano. Now God is choosing another man Sasa Mungu anamchagua binadamu mwingine by the name of Abraham. kwa jina la Ibrahim, And he's giving him na anampa yeye an unconditional covenant. agano lisilo na masharti. This covenant was unconditional. Agano lake lilikuwa halina masharti. And God has called you and me Na Mungu amekuita wewe na mimi under the unconditional covenant. chini ya agano lisilo na masharti. You are not better, my sister. Wewe hukuwa mzuri You hivyo are not dadangu. better, my brother. Hukuwa mzuri hivyo ndugu There yangu. were better people in the world than you. Kulikuwa na watu wema wazuri But kuliko wewe. God, by his own grace, Lakini Mungu kwa neema yake he mwenyewe has chosen us ametuchagua and sisi. called us to be his children. Ametuita sisi watoto wake. Hallelujah. Hallelujah. So in Genesis chapter 12, Katika Mwanzo we see 12 God calling out Mungu Abraham, anamuita Ibrahim and he's calling him na anamuita yeye to get out of amongst his people, atoke katika watu wake, get out of his country, atoke katika nchi yake leave his family, na aache familia yake, leave his father and his mother, amwache baba yake na mama and yake everything that he knew, na kila kitu alicho nacho into a country that God was calling him to. nchi ambayo Mungu alikuwa anamuitia. Hallelujah. Hallelujah. You see now how God does his program. Unaona Mungu anafanya mpango Sometimes he wake. does not tell you everything. Wakati mwingine Mungu akwambii kila He will kitu, just give you an instruction. anakupa Leave maelekezo. everything else. Acha kila kitu, Come and follow me. njoo anifuate. How am I going to survive, Lord? Nitaishije Bwana? Leave that to God. Amwachie hilo Bwana. Just obey him. Wewe mtii tu yeye. Hallelujah. Hallelujah. Just take the instructions. Wewe chukua maelekezo. Leave your father and mother. Acha baba na mama. When you come to the New Testament, Ukuje kwenye agano jipya, Jesus spoke to the disciples. Bwana Yesu alizungumza kwa He said, wanafunzi there is no man, kwamba hakuna mtu, there is no woman hakuna mwanamke that has left his father, ambaye amemwacha baba that yake, has left his mother amemwacha mama yake and his brothers and sisters na dada yake na kaka na dada for the sake of the kwa gospel, ajili ya that Injili, shall not receive ambaye hatapokea 100-fold mara 100 of mothers mara 100 ya of kina mama brothers and na kaka fathers na baba and everybody else. na kila mtu. Amen. Amen. Is that right? Hilo ni sahihi. You know, sometimes our brothers in the message, Ndio wakati mwingine ndugu katika ujumbe in fact, not sometimes, but all the time, kiwalisia sio wakati fulani, are wakati even closer than the blood brothers. They are closer than the blood wako brothers. karibu kuliko ndugu wa damu. Is that right? Ni sahihi? Is that right? Je, ni sahihi? When you are suffering, your relatives can throw you out, Wakati unapata not care shida, about you. ndugu zako wa damu wanaweza kukutupa mbali, But you find your brothers and sisters here, lakini unaona ndugu na dada they hapa will come and help you out. watakuja na kukusaidia.
Because God is fulfilling his promise. Sababu Mungu anatimiza ahadi yake. If you forsake everything out there, kama ukiacha kila kitu huko nje, God is going to give you 100-fold more. Mungu atakupa mara 100. Hallelujah. Hallelujah. He's going to give you brothers. Atakupa ndugu. He's going to give you sisters. Atakupa dada. He will give you pastors. Atakupa wachungaji. He will give you lands. Atakupa ardhi. He will give you cars. Atakupa magari. He will give you money. Atakupa pesa. Do you believe that? Unaamini hilo? Yes, God can give you money. Ndio, Mungu anaweza kukupa pesa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Abraham received an instruction. Ibrahimu alipokea maelekezo. Amen. Amen. The instruction was simple. Maelekezo yalikuwa rahisi. Go out. Nenda nje. Go out from amongst your people. Uachane na ndugu zako. Into a place that I'm going to show you. Uende kwenye sehemu ambayo nitakuonyesha. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Now, God gave him an instruction. Sasa Mungu alimpa yeye maelekezo. To separate himself. Kujitenga yeye mwenyewe. God called him out of his people. Mungu alimwita atoke kutoka watu wake. Amen. Amen. And he told him to separate. Na akamwambia ajitenge. But we know lakini tunajua that Abraham did not fully obey the promise. Kwamba Abraham hakutiki kamilifu ile ahadi. Now remember, sasa kumbuka that God is calling him, wakati Mungu anamwita yeye and giving him a promise, na anampa ahadi, not only to give him a land, sio kumpa tu nchi, but that he was going to give him a son, lakini alikuwa anaenda kumpa yeye mtoto, and he was going to make him a father of many nations, na kwenda kumfanya yeye baba wa mataifa mengi. Are you following me now? Unafuatilia? Hallelujah. Hallelujah. But there was a condition attached. Lakini kulikuwa na sharti. For the promise to be fulfilled, ili ahadi timie, he had to separate himself. Ilikuwa ajitenge yeye mwenyewe. Now Brother Branham preached a message. Sasa ndugu Branham alikuwa ujumbe. God calls for a total separation. Mungu anahitaji utengano kamili belief. Au kujitenga na ukuta kuamini kote. Tell you something this afternoon. Nakwambia kitu jioni ya leo. God calls for a total separation. Mungu anahitaji utengano kamili. God to bless you my brother. Kama unataka kubariki wewe. If you want God to bless you my sister. Mungu akubariki dada yangu. Separate yourself from the things of the world. Wewe mwenyewe kwa vitu vya ulimwenguni. Hallelujah. Hallelujah. Keep yourself away from the things of the world. Kabisa na vitu vya ulimwenguni. Because God sababu Mungu has not changed his mind. Hajabadilisha nia yake. He still wants a total separation. Bado anahitaji utengano mkamilifu. Brother Branham is speaking here in the message Jehovah Jireh. Ndugu Branham anazungumza hapo kwenye jumbe wa Jehovah Jireh. Now a total separation from all unbelief. Sasa kujitenga kikamilifu kwenye kutokuamini kote. Now remember, sasa kumbuka Abraham the patriarch. Huyo mzee Abraham, the patriarch. Huyo mzee, hallelujah, hallelujah, was never absolutely fully blessed. Kamwe hakutiki kamilifu. Until he obeyed exactly what God said. Hakubarikiwa mpaka ametiki kamilifu kile Mungu anachosema. Hallelujah. 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 So if you are not obeying God, kwa kama umtii Mungu, don't expect full blessing. Usitegemee kubarikiwa kamilifu. No. Hapana. You have to obey the word of God. Unapaswa kutii neno la Mungu. And Brother Branham speaks in the message, the token. Na ndugu Branham anazungumza kwenye jumbe wa ile ishara. Full obedience to the word of God. Sema utii mkamilifu kwa neno la Mungu. Entitles you to the token. Utakusahilisha kupata ile ishara. If you want God to fill your life with the Holy Ghost, unataka Mungu ajaze maisha yako na Roho Mtakatifu, fully obey the word. Unapaswa utii kamilifu neno. Full obedience to the word. Sababu utii mkamilifu neno. Entitles you to the token. Unakusahilisha ile ishara. And you know, my brothers and sisters, na unajua ndugu na dada, we are living in an hour of judgment. Tunaishi wakati wa hukumu. And this great hour of judgment, na huu wakati mkuu wa hukumu, God is giving an instruction. Mungu anatoa maelekezo. That you must apply the token. Kwamba lazima utumie hiyo ishara. Hallelujah. Hallelujah. You must apply the token. Lazima utumie hiyo ishara. When God comes, Mungu anapokuja, He's not going to say, "Oh, are you a Bible believer or not?" Haji kukuuliza kwamba are you a message believer or not? Wewe ni mwamini wa ujumbe. He is going to look at the token. Anakuja kuangalia ile ishara. Because He spoke unto Moses, sababu alinena na Musa, when I see the blood, pale ninapoona damu, I will pass over you. Itapita juu yako. Hallelujah. Hallelujah. We are living in an hour. Tunaishi katika saa. When our people of God, wakati watu wa Mungu, have got to apply the token. Wanatakiwa wawe na ile ishara. Amen. Amen. And the prophet says, na nabii anasema, full obedience to the word of God, mkamilifu kwa neno la Mungu, entitles you to the token. Utakusalisha kwa ile ishara. Amen. Amen. So Abraham, kwa hiyo Ibrahim, until he obeyed exactly what God told him, mpaka alipotiki kikamilifu kile Mungu alichomwambia, he was not fully blessed. Hakubarikiwa kikamilifu. Amen. Amen. How many have been praying for me? Wangapi wamekuwa kiniombea?
God bless you richly. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Your prayers are going to be helping me so much. Maombi yenu yananisaidia sana. And the prophet says, na nabii anasema, and we will never be blessed. Na kamwe hatutabarikiwa and have the blessings. Na kuwa na hizo baraka until we obey what God said. Mpaka tumetii kile ambacho Mungu amesema tufanye. Are we together? Pamoja. Until that time, mpaka wakati huo, the blessing is not going to come. Baraka hazitakuja. So Abraham, when he was going out, kwa Ibrahimu alipokuwa anatoka, he took Lot along with him. Alimchukua Lutu pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. I hope some of you have not taken some things from denomination. Natumaini kwamba baadhi yenu hamjachukua vitu baadhi ya vitu kama madhaibuni. In my home country, kule nyumbani kwangu, I see a lot of believers kwenye nchi ya nyumbani kwangu that have believed the message. Naona waamini wengi ambao wameamini ujumbe, they've carried along tonga traits. Lakini wamebeba tabia za kitonga, tumbuka traits, ama za kitumbuka, or chewa things, ama za kichewa, or they have taken Swahili things, ama za Kiswahili, or Kikuyu things, ama za Kikuyu, or Masai things, ama za Kimasai, into the message of the hour. Katika ujumbe wako, God is calling you to separate yourself. Mungu anakuita ujitenge na hivyo vitu. All unbelief. Kutokuamini kote. Separate yourself from your tribe. Jitenge mwenyewe na kabila lako. Separate yourself from your traditions. Jitenge mwenyewe na tabia. Separate yourself from everything else. Jitenge mwenyewe kwenye kila. And when you have separated yourself, na unapojitenga mwenyewe, then He can bless you. Hapo ndipo anaweza kukubariki. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. Here this afternoon, nisikize usiku mchana. There are no Swahilis here. Hakuna Waswahili hapa. There are no Masais here. Hakuna Wamasai hapa. There are no Kikuyus here. Hakuna Wakikuyu hapa. There are no Tongas here. Hakuna Watonga. They are sons and daughters of God. Kuna wana na binti za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Tukufu kwa Bwana. They are sons and daughters of God. Ni wana wa kiume na wa kike. We are supposed to throw away our Kikuyu things. Tutupe mambo ya Kikuyu mbali. Throw away our Masai things. Tupe mambo ya Kimasai mbali. Throw away our Swahili things. Tupe mambo ya Kiswahili mbali. Come as children of God. Tuje kama watoto wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is still calling for a total separation. Bado anahitaji utengano mkamilifu. Now I want you to understand. Sasa nataka nyie muelewe. God had appeared to Abraham. Kwamba Mungu had appeared to Abraham. Alikuwa ameonekana kwa Abraham. In many forms. Katika namna nyingi. Now, Abraham was a type of the elect of God. Abraham alikuwa ni mfano wa mteule. He was a type of the bride. Alikuwa ni mfano wa bibi harusi. In this end time. Katika wakati wa mwisho. Hallelujah. Hallelujah. And God had appeared to him in many forms. Na Mungu alionekana kwa namna nyingi. In Genesis chapter 13. Mwanzo 13. You see God is coming to Abraham. Unaona Mungu anakuja kwa Abraham. He says, Abraham. Anasema Abraham. Look down to the dust of the earth. Angalia kwenye mavumbi ya ardhi. Your seed. Mbegu your seed uzao wako shall be like the dust of the earth. Utakuwa kama vumbi za ulimwenguni. Are you with me, church? Amen. Hallelujah. Kanisa. Can you number the dust of the earth? Je, unaweza kuhesabu vumbi za ardhini? No, I cannot number the dust of the earth. Uwezo kuhesabu. Says your seed shall be like the dust of the earth. Uzao wako utakuwa kama mavumbi. Hallelujah. Hallelujah. But we know that dust. Lakini unajua vumbi is a type of the corruptible. Is a type of the corruptible. Oh, type of the flesh, the body. Oh, ni mfano wa kitu cha kuharibika. Are we together? Amen. Dust is the corruptible. Ni kitu cha That's why vumbi ni kitu cha kuharibika. When you die, they take the dust and say, dust unto dust. Ndio maana ukifa wanachukua vumbi wanasema vumbi. They say dust unto dust. Vumbi hadi mavumbi. Hallelujah. Hallelujah. But the soul, lakini nafsi, it goes back to God. Inaenda kwa Mungu. Are you following me now? Unanifuatilia? So God comes to Abraham. Kwa Mungu anaenda kwa Abraham. And says, Abraham, anaambia Abraham, your seed shall be like the dust of the earth. Uzao wako utakuwa kama mavumbi ardhini. And Abraham is listening now. Na Abraham anamsikiliza. Hallelujah. Hallelujah. The seed of Abraham uzao wa Abraham is identified with the dust of the earth. Unatambulishwa na vumbi za ardhini. With a corruptible. Unatambulishwa na vitu vya kuharibika. Identified with death. Unatambulishwa na mauti. Hallelujah. In Genesis chapter 14, Mwanzo 14, Abraham is meeting Melchizedek. Anaonana Melchizedek. Are you following me now? I want you to read the Bible very carefully. Nataka usome Biblia kwa makini sana. Chapter 14 he meets Melchizedek. Sura ya 14 anaonana. And Brother Branham says, na Abraham anasema, and when he met Melchizedek, ndugu Branham anasema alionana Melchizedek. Gave Abraham communion. Alimletea Abraham shirika. He gave him a part of himself. Alimpa yeye sehemu yake mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Abraham gave him a tithe of
all things. Abrahamu alitoa fungu la 10 la vitu vyote. Now who is this Melchizedek? Sasa huyu Melchizedek ni He is the nani? mighty God himself. Ni Mungu Mwenyezi mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. And when he meets Abraham, na alipoonana Abraham, there is a change that is taking place. kulikuwa na badiliko iliyotokea. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. When you meet Melchizedek this afternoon, unaona Melchizedek, you are never going to be the same. Hutakuwa yule yule. Something is going to take place. Kuna kitu kitatukia. Because in Genesis chapter 15, Mwanzo 15, God is coming to Abraham again. Mungu anarudi kwa Abraham tena. And this time around, na wakati huu, he is not saying unto him, hamwambie your seed shall be like the dust. Hamwambie uzao utakuwa kama mavumbi. No. Hapana. Something had taken place to Abraham. Kuna kitu kimetokea kwa Abraham. He had met Melchizedek. Alikuwa ameonana na Melchizedek. And he had eaten the word. Na alikuwa amekula neno. Hallelujah. Hallelujah. And when God comes to him in Genesis chapter 15, na Mungu anapoenda kwake sura ya 15, he speaks to Abraham. Anazungumza na Abraham. He says, Abraham, anamwambia Abraham, do not look down to the earth anymore. Usiangalie chini pale Do duniani not tena. look to the corruptible anymore. Usiangalie kwenye hiyo ya Do not kuharibika look to the tena. dust anymore. Usiangalie mavumbi But tena. look to the stars of above. Angalia nyota angani. Bless your seed. Uzao wako shall be like the stars of above. utakuwa kama nyota Are angani. you following what I'm saying? Unafuatilia ninachozungumza? Hallelujah. Hallelujah. What brought forth the change? Huko kubadilika. What brought forth the change? Kile kilichoita kubadilika ni nini? Meeting Melchizedek. Kuonana na Melchizedek. Hallelujah. Hallelujah. Meeting Melchizedek. Kuonana na Melchizedek. It transformed the seed of Abraham. Ilibadilisha uzao wa Abraham. From the dust of the earth. Kutoka vumbi za To duniani. the stars of above. Kwenda kwa nyota za angani. Hallelujah. Hallelujah. And when you meet Melchizedek today, you might have been a dying man. Unaweza kuwa ni mtu akufa. You might have been a corruptible man. Unaweza kuwa ni mtu But something is going to take place. Kitu kitatokea There's kwako. a transformation that is going to take place. Badiliko inaloendelea. From the dust of the earth kutoka mavumbi ya to the stars of above. kwenda kuwa. That's why Paul is speaking in the book of Colossians. Ndio maana Paulo anazungumza kwenye kitabu cha He says this corruptible. Anasema huu mwili shall put on the incorruptible. Utavaa kutokuharibika. Hallelujah. Hallelujah. The corruptible shall put on the incorruptible. Kuharibika utavaa kutokuharibika. This mortal hii ya kufa shall put on the immortality. Itavaa isiyokufa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are looking at the journey of Abraham. Tunaangalia safari ya Abraham. But he was not blessed. Kwamba hakubarikiwa until mpaka when he had to separate himself from Lot. Alipojitenga yeye mwenyewe na Lutu. So he was called out. Kwa aliitwa toke. Are you following me now? Unanifuatilia sasa? He was called out from his country. Aliitwa toke kwenye nchi yake. And he had to be separated from Lot. Ilikuwa jitenge na Lutu. Hallelujah. Hallelujah. And when he had separated himself, na alipojitenga yeye mwenyewe, then we see in Genesis chapter 18, tunaona katika Mwanzo 18, Elohim himself, kwamba Elohim yeye mwenyewe descended down from heaven, alishuka toka mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. And he took the 16 elements of the earth. Na akachukua the 16 elements. Brother Branham says, viasili vya duniani, madini. Brother Branham says, madini 16. When God wanted to visit Abraham, anasema wakati Mungu alitaka kumtembelea Abraham, I want you to notice this very well. Nataka utambue hivi vizuri sana. Genesis chapter 12, kutoka Mwanzo 12, Genesis chapter 18, mpaka 18. In Genesis chapter 18, katika Mwanzo 18, hallelujah, hallelujah, it was the 7th visitation. Ulikuwa kutembelewa kwa Abraham mara 7. Amina. Someone getting something there? Unakipata kitu hapo? This visitation, kule kutembelewa, it was the 7th visitation. Ilikuwa ni kutembelewa kwa 7. You know the journey of Abraham. Katika safari ya Abraham, is a journey of the church. Ni safari ya kanisa. He is a type of the bride of Christ. Ni mfano wa bibi harusi wa Kristo. She moves through the 7 stages. Anapitia katika hatua 7. Are you following what I'm saying? Unafuatilia kile ninachozungumza? God had visited Abraham 6 times. Alikuwa amemtembelea Abraham mara, in Genesis chapter 18, mara 6. Katika Mwanzo 18, God visited Abraham. Mungu alimtembelea Abraham, not in form of a voice, sio katika mfano wa sauti, not in a form of a cloud, sio katika wingu, not in a form of anything else, hata si katika mfano wa kitu chochote kile, came in form of a man, lakini alikuja katika mfano wa binadamu. Hallelujah. Hallelujah. And Brother Branham says, na ndugu Branham anasema, that is not a difficult thing for God to do. Hicho sio kitu kigumu kwa Mungu kufanya. It's not a difficult thing for God to do. Si jambo gumu kwa Mungu kufanya. He picked the 16 elements of the earth. Alichukua madini 16 ya dunia. Made a body. Akaufanya mwili. And he says, Gabriel, jump into that body. Gabriel, ingia kwenye mwili wako.
And Gabriel jumped into that body. Na Gabriel kaingia kwenye yule mwili. And was walking like a man. Na alikuwa anatembea kama binadamu. And he picked other 16 elements. Na akachukua madini 16 mengine ya ardhi. The potash, the calcium, the cosmic light, the petroleum. Haya madini. And all those things. Yote hayo, And he made another body. Akafanya mwili mwingine. And told another angel. Na akamwambia malaika mwingine. Jump into this one. Rukia kwenye mwili huo. And the angel jumped into that one. Na malaika karukia kwenye mwili huo. And he picked another 16 elements of the earth. Akachukua madini mengine 16. And made himself another body. Akajitengenezea mwili And mwingine. Elohim himself. Na Elohim yeye mwenyewe. He jumped into this body. Akarukia kwenye mwili. Started to walk as man. Akaanza kutembea kama binadamu. In the house of Abraham. Katika nyumba ya Abraham. And Brother Branham says. Na ndugu Branham anasema that day. Siku ile. Abraham was standing in the door of his tent. Abraham alikuwa anasimama kwenye mlango wa hema yake. Great expectations. Alikuwa na utajio mkubwa. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory be to God. Tukufu kwa Bwana. My. Is somebody catching it? Kuna mtu analinasa hilo. Somebody catching it. Kuna mtu analipata hilo. Abraham was standing in the tent of the door. Abraham alikuwa amesimama kwenye mlango wa hema. Great expectation. Alikuwa na matarajio makubwa. Waiting for an angelic visitation. Akisubiria ujio wa malaika. Brothers and sisters today. Ndugu na dada leo. If we can just be under great expectations. Kama tukiwa na huo God is going to visit us in a special way. Atatutembelea. Hallelujah. Hallelujah. Yes, brother. Abraham was standing in the door. Ndugu Abraham alikuwa amesimama kwenye mlango. Under great expectations. Akiwa chini ya matarajio makubwa. For angelic visitation. Kwa ajili ya ujio wa kimalaika. He says Sarah. Akasema Sarah. I'm quoting the prophet, Mimi namnukuu nabii. You know, there's nothing, we don't have a message of our own. Unajua si hatuna ujumbe wetu wenyewe. We preach what the prophet has preached already. Tunahubiri kile ambacho nabii ameshahubiri tayari. Branham says, ndugu Branham anasema that day, siku ile Sarah woke up with a mood. Sarah aliamka akiwa katika hali sio nzuri sana. You know how sisters sometimes they can be moody. Unajua kina dada wakati mwingine wanakuwa katika hali fulani. Just wake up and start bothering the brother. Anaamka tunaanza kumsumbua ndugu. You know you are not taking care of us very well here. Unajua hata utujali sana hapa. There's no money in the house. Hakuna pesa katika nyumba yetu. There's no there's no relish in the house. Hakuna mboga katika even flour we don't have for today. Hatuna hata unga. School fees for children is not there. Ada haipo. Is Brother Branham saying Sarah woke up complaining like that? Ndugu Branham anasema Sarah aliamka akiwa analalamika namna hiyo. But Abraham, lakini Abraham was not moved. Lakini Abraham hakutikisika. Because he knew it was the devil trying to shield something. Alijua ni shetani anajaribu kuziba kitu. Brother Branham says Abraham went and stood in the door. Anasema ndugu Branham anasema Abraham alienda kasimama mlangoni. His eyes were fixated. Sasa macho yake yalikuwa yanaangalia kitu fulani. Something was about to take place. Kuna kitu kilikuwa kinaenda kutokea. Hallelujah. Hallelujah. And when he blinked his eyes, na alipong'aza macho yake, away from eternity, akaona Bwana toka juu milele. 3 men that stood before him. Kuna watu watatu wasimama mbele yake. Abraham ran to meet them. Na Abraham alikimbia kwenda kuona. And you look at the language of Abraham now. Angalia lugha ya Abraham. He didn't say my lords. Akusema bwana zangu. He said my lord. Alisema bwana wangu. Because the prophet says, sababu nabii anasema, he recognized that one of them alitambua kama mmoja wao none other than the mighty God himself. Mwingine si kwa Mungu mwenyezi. Hallelujah. Hallelujah. Hiding in a body of flesh. Akificha katika mwili wa nyama. And all the servants of Abraham, na wale watumishi wote wa Abraham, they thought they were just mere people. Walifikiri ni watu wanaume tu. Hallelujah. Hallelujah. Because God, sababu Mungu can disguise himself, anaweza kujificha mwenyewe in form of a man, katika umbo la kibinadamu. Is that right? Ni kweli hilo? That's why the Bible tells us, ndio maana Biblia inasema, do not stop attending to visitors. Msiache kuwakarimu wageni. Because some attended to angels. Sababu wengine wamewakarimu wageni, malaika. The messenger of the third church, the fourth church, the third church age. Mjumbe wa wakati wa kanisa la tatu. Saint Martin. Mtakatifu Martin. He was a soldier. Alikuwa ni askari. Brother Branham says, ndugu Branham anasema, one day on the patrol in the night, na siku moja akiwa kwenye ulinzi usiku, it was really cold. Kulikuwa na baridi sana. And the place was in ice and snow. Ilikuwa imejaa barafu na theluji. As he was moving over a bridge, alipokuwa akitembea kwenye daraja, there was a man, a beggar that was laying down. Na mwombaji ambaye amelala chini. And he was shivering cold. Alikuwa baridi, anatetemeka baridi. And Saint Martin, being a godly man, na mtakatifu Martin alikuwa mtu wa Mungu, he took his coat, alichukua koti lake, and he cut it into half, akakata katikati, and he covered this man, akamfunika huyo mtu. And when he went back home, aliporudi nyumbani, hallelujah, hallelujah, when he laid down to sleep, alipolala ila, there stood before him the Lord Jesus, alisimama Bwana Yesu mbele yake, wrapped out in the half of his coat, akivaa kile kipande nusu cha koti lake.
Are you following me now? Unafuatilia? And he was able to see Na alikuwa the man that he had helped there. yule mtu aliyemsaidia pale, In fact, the Lord Jesus Christ. alikuwa kiwalisia ni Bwana That's Yesu why mwenyewe. Jesus said, Ndio maana Bwana Yesu as anasema, much as you've done unto these little ones, ulivyotendea wadogo, you have done unto me. umenitendea mimi. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Abraham, Kwa Abraham he sees this man anaona hawa watu and he says unto them, na anawaambia wao, oh my Lord, oh Bwana wangu, do not pass me over. usinipite tafadhali. Is that a prayer of somebody this afternoon? Je, hayo ni maombi ya mtu To say, fulani? Lord, do not pass me over. Bwana usinipite. Come on into my heart. Njoo moyoni mwangu. Come on into my house. Njoo nyumbani kwangu. Let me prepare bread for Hebu you. niandae mkate kwa ajili yako. Let me prepare something for Hebu you. niandae kitu kwa ajili yako. And the Lord, Na Bwana in form of a man, katika umbo la and binadamu 2 angels na malaika wawili came to the house of Abraham. akaingia kwa nyumba ya Abrahamu. And Abraham is running quickly. Na Abrahamu anakimbia haraka. Hallelujah. Haleluya. He says, Sarah, Anamwambia Sara, run around. kimbia. Start preparing something. Akaanza kuandaa kitu. Tells his servants, Anamwambia watumishi go wake, and kill a cow. hebu nenda mkaue ng'ombe. Let the cow eat. And let prepare the calf. Hebu tuandae ndama. Hallelujah. Haleluya. And he got somebody to get milk Akamtuma mtu akalete maziwa and get butter. na alete siagi And they started to prepare the food. na wakaanza kuandaa chakula. Are you following me? Unanifuatilia? And this man stood in the tent with Abraham. Na yule mtu alisimama pale na They were Abrahamu. talking there. Walikuwa wanazungumza. It was in a public place. Ilikuwa ni sehemu ya wazi. Hallelujah. Haleluya. So he wasn't saying anything to him. Alikuwa hasemi chochote But kwake. Abraham knew Lakini Abrahamu there was alikuwa something peculiar about these kulikuwa na people. kitu pekee juu ya There wao. was something special about these Kulikuwa na people. kitu maalum kwa ajili ya hawa. Oh, glory to God. Oh, tukufu kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. And he brought the food. Na kaleta chakula And the mighty God, na Mungu Mwenyezi, the creator of heavens and earth, muumba mbingu na nchi, stood there and took a bunch of meat and started to eat. alikaa pale na akala kipande cha nyama. Hallelujah. Akaanza kutafuna. Started Haleluya. to eat the meat. Akaanza kula nyama. Took a bowl of milk. Akachukua bakuli la maziwa. Took a bowl of milk. Akaanza kunywa maziwa. This milk is so good. Oh, maziwa haya ni matamu sana. Hallelujah. Haleluya. Oh, glory be to God. Oh, tukufu kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. And he started to eat the butter Na there. akaanza kula siagi Put it pale. on the bread. Na akapaka kwenye mkate. And when the Lord was full, Sasa wakati tumbo lake limejaa, then he does something. anafanya kitu. Are you following me now? Haleluya, unanifuatilia? You know, you got to do something sometimes. Inatakiwa ufanye kitu wakati fulani. Trigger God to do something in your life. Kumfanya Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. You got to say something. Inatakiwa useme kitu. Remember Sister Hetty-Wright, Unamkumbuka dada Hetty when Wright? Brother Branham was coming back from the squirrels, Wakati ndugu Branham anarudi kutoka kwenye and he's telling the story, na alikuwa anamuelezea and hadithi hiyo, the deacon was not believing it. na mashemasi walikuwa hata waamini. The deacon of the church was not believing the story. Mashemasi wa kanisa walikuwa waamini hiyo hadithi. Hallelujah. Haleluya. And he's speaking the story. Na anazungumzia, But anaelezea, here is Sister Hetty-Wright, lakini yeye dada na Hetty and Wright, she says something. She says something. anasema She kitu. says, Brother Branham, Dada Hetty Wright anasema what you kitu. have Ndugu said Branham, kile it's ulichokisema nothing but the truth. si kitu bali And ukweli. when she said that, Na the alivyosema hivyo, whole of heaven came down. mbingu yote ikaja. Hallelujah. Haleluya. All of heaven came down. Yote ya mbinguni And ikaja. God said to Brother Branham, Na Mungu akamwambia ndugu Branham, let her speak whatever she desires. mwambie aseme chochote And give anachokitaka. her right now. Na umpe yeye hapa. Hallelujah. Hallelujah. If she wants $10,000, Kama nataka dola 10,000, $10,000 will be there. dola 10,000 zitakuwepo If she pale. wants a mansion will be there. Kama nataka jumba kubwa itakuwepo pale. Hallelujah. Haleluya. If she wants the healing of Edith, her sister, Edith is going to be Kama healed. unahitaji uponyaji wa dada yake Edith, Are you, uponyaji are utakuwepo you, are you pale. hearing what I'm saying? Unasikia It ninachokisema? was the words that Hetty-Wright spoke. Ilikuwa ni namna Hetty Wright She alivyozungumza. spoke the right words. Alizungumza neno sahihi. Sometimes you've got to do something for the Lord. Mungu alifanya. Sometimes you've got to do something for the Lord. Wakati fulani inatakiwa ufanye kitu kwa And ajili you ya are going Bwana. to trigger him to do Na something in your utamfanya life. yeye afanye kitu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Praise be to God. Tukufu kwa Bwana. So when the Lord was full, Wakati Bwana ameshiba, when this man, I'll call him a man, wakati huyu mtu nitamwita yeye mtu, because he was not an angel. sababu hakuwa He malaika. was a man just like you and me. Alikuwa mtu kama wewe na mimi. He ate bread. Alikula mkate, He drank milk. alikunywa maziwa. It means he felt hungry in his stomach. Inamaanisha aliona njaa Are you tumboni mwake. following what I'm saying? Unafuatia But kinachozungumza? behind the skin, Lakini nyuma ile ngoo, behind the skin, nyuma ile there ngoo, was the mighty God himself. kuna Mungu Mwenyezi mwenyewe.
Now you see what is happening here. Unaona kinachotokea hapa. Backed into the congregation. Amegeuzia mgongo kusanyiko. Backed into the congregation. Amegeuzia mgongo kusanyiko. Sarah was there in the tent. Sarah alikuwa nyuma kule kwenye hema. She's cooking. Anapika. You know, all this time that God has visited Abraham 7 times. Unajua nyakati zote ambazo Mungu amemtembelea Abraham mara 7. He never spoke anything for Sarah. Hakuzungumza kitu kwa ajili ya Sarah. He just spoke about Abraham. Alikuwa anazungumzia juu ya Ibrahim tu. Abraham, I'll bless you. Abraham nitakubariki. Abraham, I'll bless you. Abraham nitakubariki. And it seemed like there was nothing for Sarah. Na ilionekana kana kwamba hakuna kitu kwa ajili ya Sarah. Hallelujah. Hallelujah. May I say something there? Niseme kitu hapa. Sometimes when we read the message of the hour, sometimes when we read the message of the hour, all that we are seeing there is Brother Branham. All we are seeing is Brother Branham. But let me tell you something. There is something spoken for the bride also. Hallelujah. Hallelujah. And this time, this 7th visitation, a mighty God in human flesh, when he stood there before the congregation, he spoke not about Abraham now, but speaking about Sarah the bride. He said, where is Sarah thy wife? And he says, she's in the tent behind you. Are you following me what I'm saying? Where is Sarah thy wife? She's in the tent behind you. And Abraham and the Lord said, I will visit you, Sarah, according to the time of life. And Sarah shall have a baby. Sarah shall conceive. And the bride, Sarah, could not believe the way that was spoken of her. She started to laugh in her heart. Me? She did not laugh loudly. She was laughing inside of her heart. Me. Hallelujah. Me having a child. And God, na Mungu, he performed a Sodom sign of look. Alifanya ile ishara ya Sodoma. Hallelujah. That's why we are not supposed today no maana hatutaki kufanya hivyo leo to have any person rising up and saying, oh, I'm a prophet, oh, I'm standing in front of the people, oh, sister so brother so mtu yote kuinuka na kusema unajua mimi ni nabii, oh, dada fulani na hivi na hivi na hivi. Are you getting me? Unanipata? Hallelujah. We are not supposed to have anybody hatutaki kuwa na mtu yote that has to do that, ambaye anapaswa kufanya hivyo, because the discernment of the secret of the heart, sababu ulipambanuzi wa siri za mioyo that Brother Branham was doing, ambazo ndugu Branham alikuwa anafanya, it was not a gift of discernment. Haikuwa kipawa cha upambanuzi. I want to say something there. Nataka niseme kitu fulani. Please understand me very well. Au unielewe vizuri. It was not the gift of discernment. Haikuwa kipawa cha upambanuzi. Because Brother Branham, sababu ndugu Branham, as a man, kama mtu, he had a gift of discernment on his life. Alikuwa na kipawa cha upambanuzi katika maisha yake. Is that right, mchungaji? Ni sahihi hiyo mchungaji? Right. When he goes and meets this brother here, akienda na kuonana na huyu ndugu hapa, a vision would open, na ono linatokea, and he would see his life, na ataona maisha yake. Are you following me? Unafuatilia? But when he gets on the platform, lakini anapokuja jukwani, it was not Brother Branham using the gift of discernment. No. Ndugu Branham akitumia kipawa chake cha upambanuzi. Are you following me? Unanifuatilia? That's why when you listen to the tape, ndio maana unaposikiza kanda, you hear him say, unamsikia akisema, I am waiting for him. Namsubiria yeye. I am waiting for him to come. Namsubiria yeye aje. I am waiting for him to come. Namsubiria yeye aje. And then he would say, na kisha atasema, he is here. Yupo hapa. He says, you cannot see him with your natural eyes. Ukamwona na macho yako. But that Melchizedek, lakini yule Melchizedek, that met Abraham, ambaye alionana na Abraham, is standing right next to me. And when he does that, na akifanya hivyo, then he's back to the people and start to say, sister so and so, your name is such and such. Hallelujah. Hallelujah. And Brother Branham says, sometimes I don't even know what I'm speaking. I don't even know what I'm talking about. I have to go back home and listen to the tape again. Because it was not Brother Branham that was discerning the secret. It was God, the Creator himself.
muumbaji. Hallelujah. Hallelujah. That was coming every evening. Ambaye alikuwa anakuja kila jioni To do the sign. kufanya hiyo ishara. Amen. Amen. I don't want some people to worship Brother Branham. Na sihitaji watu fulani waanze kumwabudu ndugu. You know, we were speaking with mchungaji outside there. That the line is so thin. Tulikuwa tunazungumza na mchungaji hapo nyuma kama unajua mstari mwembamba sana. You know, some people when they look at how God used Brother Branham, watu wengine wanapoona jinsi Mungu alivyomtumia ndugu Branham, they think of him as the Lord Jesus. Wanamfikiria yeye kwamba ni Bwana Yesu Kristo. But it's not a strange thing. Lakini si kitu cha ajabu. Because in the book of Revelation, sababu katika kitabu cha Ufunuo, it was the seventh angel. Alikuwa ni mjumbe wa saba. That was showing John the book. Ambaye alikuwa anamuonyesha Yohana kitabu. It was in fact the seventh angel. Alikuwa kuiwalisia that was showing the book to John. Ambaye alikuwa anamuonyesha kitabu Yohana. And when John, na wakati Yohana, who was a type of the bride, ambaye alikuwa ni mfano, when he looked at this man, alipomwangalia mtu, he fell down to worship him. Alinama chini kumshukuru. But the angel said, lakini malaika akasema, do not worship me. Usiniabudu. I am of your fellow servants the prophet. Mimi ni mtumishi mwenzako nabii. Hallelujah. Hallelujah. I am of your fellow servants the prophet. Mimi ni mjoli mwenzenu nabii. Worship God. Mwabudu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want you to notice here. Nataka wewe utazame hapa. You know, I want to go into my message. I don't want to talk about that much. Nataka nisizungumzie, nataka niende kwenye I want you to notice what's happening here. Nataka ujue kile kinachotokea hapa. Now this man, huyo mtu, he desires the secret of Sarah's heart. Alitambua siri za moyo wa Sara. Says, why did Sarah laugh? Akasema kwa nini Sara amecheka? Now in the message, souls that are in prison now, kwa ujumbe wa nafsi za ukifungoni sasa, Brother Branham says, ndugu Branham anasema, the ministry of Christ, huduma ya Kristo, in every age, katika kila wakati, has been in three pools. Imekuwa katika mvuto mitatu. The first pool, mvuto wa kwanza, the second pool, mvuto wa pili, and the third pool. na mvuto wa tatu. He says in the days of Noah, katika siku za Nuhu, they had three pools there. Walikuwa na mvuto mitatu. Do we believe that? Tunaamini hilo? I'm speaking about what the prophet is saying. Nazungumzia kile ambacho nabii amesema. I'm speaking what the messenger is saying. Nazungumzia kile ambacho mjumbe amesema. Amen. Amen. So there was the first and second pool. Kulikuwa na mvuto wa kwanza na wa pili. Even in the days of Abraham. Wakati wa Ibrahim. Hallelujah. Hallelujah. And the first pool, na mvuto wa kwanza, as I was saying yesterday, kama nilivyokuwa nasema jana, you know, the prophet would hold people on the hand. Nabii angeweza kushika mkono wa watu and see all these things happening. Angeona ishara hapa. And the second pool, na mvuto wa pili, was the discernment of the secrets of the heart. Pambanuzi wa siri za watu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. How many are still with me? Wangapi wapo bado pamoja na mimi? Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Now, when God did this sign, when God performed this sign, Mungu alipofanya hiyo ishara, when he performed this sign, alipofanya hiyo ishara, after he performed this sign, baada ya kuitenda hiyo ishara, then he stood up, kisha alisimama with the two angels, na wale malaika wawili. I need you to be very spiritual now. Nataka hapo uwe kiroho sana, and catch the mystery, na upate hiyo siri. Hallelujah. Hallelujah. He stood up on his feet, alisimama kwa miguu yake, started walking towards Sodom. Alianza kutembea kuelekea Sodom. Now remember, at this time, sasa kumbuka, wakati huu God had not revealed anything to Abraham. Mungu alikuwa hajafunua chochote kwa Abraham. And remember, na kumbuka, that Abraham and Sarah, kwamba Abraham na Sara were waiting for a body change. Walikuwa wanasubiria kubadilishwa kwa mwili. Remember, sasa kumbuka, they were old. Kumbuka walikuwa wazee. They were stricken in age. Walikuwa wamezeeka sana. They could no longer have fellowship in marriage. Wasingeweza kuwa na ushirika katika ndoa. Sarah could not conceive. Sarah asingeweza kupata ujauzito. In the state of her old age. Katika hali ya uzee wake. Are you with me, church? Upo pamoja na mimi kanisa? Hallelujah. Hallelujah. Sarah could not conceive. Sarah asingeweza kupata ujauzito. Because she was 90 years old. Sababu alikuwa na miaka 90. Abraham could not father a child. Hata Abraham asingeweza, because he was 100 years old. Sababu alikuwa na miaka. Are you following me now? Unanifuatilia? But they were waiting for the promised son. Lakini walikuwa wanasubiria mtoto wa ahadi. Before there could be a son, lakini kabla ya kuja there had to be a change of the body. Kulitakiwa kuwe na kubadilishwa kwa mwili. Are you following me? Unanifuatilia? But for there to be a change of a body, lakini kwa wao kubadilisha mwili, take a special kind of a ministry. Itakiwa kuwa na glory be to God. Hallelujah. I wish somebody can catch that. Na tamani it had to take a special kind of a ministry. Itakiwa kuwe na huduma maalum in order to bring a body change. Ili kuleta badiliko la kimwili. It had to be the Son of Man himself. Itakiwa kuwe na mwana wa Adamu mwenyewe. It had to be the Son of Man himself. Itakiwa na mwana wa Adamu mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah.
preaching the message akihubiri ujumbe and the preaching of the word na akahubiri neno. is what brought forth the body change. Kuhubiri neno ndiko kuleta badiliko la Are mwili. you following me, church? Unanifuatilia? And these men stood up. Na watu wakasimama Now pale. Abraham knew Na Abrahamu that alijua though he performed this sign, hata kwa kuwa ametenda hii ishara, though he did this supernatural sign, kama amefanya hii ishara ya but kimbinguni, there was more to it. lakini kuna zaidi. Can somebody say amen to that? Mtu yote aseme amina. Hallelujah. Amen. The bride of Christ, Bibi harusi wa Kristo, which is a type of Abraham, ambaye ni mfano wa Abrahamu, knew there was more than just the descendant. alijua kuna zaidi ya upambanuzi. There was more than just the healing. Kulikuwa na zaidi ya There uponyaji. was more than just the miracles. Kuna zaidi ya muujiza. Let me tell you something. Ngoja nikwambie The kitu. bride of Christ Bibi harusi wa is Kristo not attracted by miracles. yeye havutiwi na It is miujiza. the Pentecostals that are attracted by Hao ni miracles. Wapentekoste wanavutiwa na miujiza. Hallelujah. Hallelujah. But the bride of Christ Lakini bibi harusi wa is Kristo attracted by the opening of the word. yeye anavutiwa na kufunuliwa kwa neno. Hallelujah. Hallelujah. But when Bushiri comes here, Lakini Bushiri anapokuja hapa when he comes here and start doing all these things, na kuja hapa na kufanya yote you will hayo, find the whole Morogoro is there. unaona Morogoro yote imejaa pale. Hallelujah. But the bride of Christ Lakini bibi harusi wa is Kristo attracted by the word. anavutiwa na neno. Now I want you to see something here. Nataka uone kitu hapa. Brother Branham is speaking Ndugu Branham ananena in the message conferences. na ule He says, ujumbe wa remember, makongamano. the Kumbuka brother speaking this morning, ndugu alikuwa anazungumza asubuhi ya leo these three angels akizungumza juu ya malaika coming watatu down. wakishuka chini. Two of them went into Sodom, Wawili wake walienda Sodoma and there is always three. na daima wapo watatu. Hallelujah. Haleluya. Notice now, Tazama sasa, in that day, katika siku there ile were three kinds of believers, kulikuwa na aina tatu za waaminifu. just like in every age. Kama ilivyo kila There were wakati. the Sodomites, Kulikuwa na wale wa Sodoma the unbelievers, wasioamini. the unbelieving Sodomites, Wa Sodoma wasioamini. the world. Ulimwengu. There was Lot, Kulikuwa na Lutu, the lukewarm Christian believer. mwamini wa vuguvugu. Lot was the lukewarm Christian believer. Lutu alikuwa mwamini wa vuguvugu. And there was Abraham, Na kulikuwa na Abrahamu the called out one, aliyeitwa, the elected. mteule. Are you seeing what the prophet is saying? Unaona kile ambacho nabii He anasema? says, watch two angels. Anasema tazama hao malaika wawili. Those modern preachers Hao wahubiri wa kisasa went down and preached walienda kule na and wakahubiri didn't do any miracles. na hakufanya muujiza wowote. Hallelujah. Haleluya. But Lot was saying, Lakini Lutu alikuwa anasema, but Abraham, lakini Abrahamu representing this last day, the elected church. akiwakilisha hili kanisa la mwisho la kiteule. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Abraham was representing the elected church. Abrahamu alikuwa anawakilisha kanisa la kiteule. He says that supernatural has been going in. Anasema hilo la kimbinguni limekuwa likiendelea. Church with the supernatural. Kanisa la He kimbinguni. says, watch that angel. Mtazama huyo malaika. Now watch what he did. Sasa tazama alichokifanya. How many are with me still? Wangapi mko pamoja nami? Hallelujah. I'm seeing you're getting quieter and quieter. Naona kama mnakupoa. He says, watch now what he did. Tazama alichokifanya. Now we all know, Sasa tunajua beyond any mistake, bila kuwa na kosa that was not an angel. kwamba yeye hakuwa I'm malaika. reading from the message conference, Nasoma kwenye 1960. ujumbe wa makongamano. It was God himself. Alikuwa ni Mungu yeye It mwenyewe. was a theophany. Ilikuwa ni mwili wa theofania. God. Mungu. And Abraham called him Elohim. Na Abrahamu alimwita yeye Elohim. And look what happened. Na tazama He kilichotokea. stayed back to talk to Abraham. Alibakia ila zungumza na Abrahamu. Now watch the sign that he gave to Abraham. Angalia ishara umpa Abrahamu. Hallelujah. Hallelujah. It was a sign of discernment. Ilikuwa ni ishara ya It was upambanuzi. a sign of the Messiah. Ilikuwa ishara ya Masihi. Hallelujah. Hallelujah. But that was the first and second pull Lakini huo ulikuwa ni mvuto wa kwanza na wa pili of his ministry. wa huduma yake. Are we together, church? Pamoja kanisa. Hallelujah. Hallelujah. That was the first and second pull of his ministry. Mvuto wa kwanza na wa pili wa huduma yake. But Abraham, Lakini Abrahamu after this display of the sign, baada ya kuonyesha kwa hii ishara of the discernment of the heart, wa upambanuzi wa moyo. amen. 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 I'm stopping so I can see that if you are getting it. Nasimama ili nione kama mnalipata. Are you with me, church? Pamoja na mimi kanisa? Are you with me this afternoon? Pamoja na mimi jioni ya leo? Hallelujah. 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 Amen. After this Elohim,
baada ya Elohim, after he performed this sign, baada ya kufanya hiyo ishara, discerning the secret of the heart, ya kutambua siri ya mioyo, Abraham was still an old man. Abraham bado alikuwa mzee. Sarah was still an old man. Sarah alikuwa bado mzee. But Abraham, lakini Abraham, being the elected of God, akiwa mteule wa Mungu, he knew, alijua that there were mysteries that had to be revealed. Kulikuwa na siri ambazo za kufunuliwa. There were secrets that had to be revealed. Kulikuwa na siri za kufunuliwa. But the secrets, sasa hizo siri, the revealing of the secrets, kufunua kwa hizo siri, was not done in the public. Hakukufanywa hadharani. Hallelujah. Hallelujah. The first and second pull, mvuto wa kwanza na wa pili, it was a public show. Ilikuwa ni onyesho la the Pentecostals, wa Pentecoste wote, everybody else was following the signs. But the third pull was to the elected of God. And Abraham knew that he had to go into the secret place. And as they are going, the three angels, one of them was God. Abraham stood there with him, walking with them. He says, I will not leave you until you reveal yourself to me. And it got to a place. Are you following me now? It got to a place that the two angels, and Brother Branham says, those two angels going into Sodom was a type of the first and second pull. Hallelujah. The first and second pull going to Sodom. It says, watch the third pull. It stayed with the elected of God. Hallelujah. The elected of God stayed with the angel of the Lord. Glory be to God. The elected of God, they stayed with the mighty angel. And when God was alone with Abraham, oh, glory be to God. When God was alone, he was not with his servants. He was not with everybody else. He was in a secret place now. In a secret place with God. And the Bible says, and God said, shall I hide these things unto Abraham? Shall I hide these mysteries unto Abraham? Oh, hallelujah. When he got to the secret place, God started to open the book. He started to break the seven seals. Started to reveal the word to him. Show him the end time mysteries. And I want to tell you something, church. Abraham was there, listening to the word being opened. Hallelujah. Hallelujah. The first night, usiku wa kwanza, he was preaching on, alikuwa hiding himself in simplicity, Mungu akijificha katika and revealing himself in the same, na akijifunua katika huo urahisi. And he came the second night, na akaja siku ya pili, started preaching, akaanza kuhubiri the breach between the seven church ages and the seven seals, pengo kati ya nyakati saba za kanisa na mihuri saba. And he continued on, na akaendelea into the first seal, katika muhuri wa kwanza, and the second seal, muhuri wa pili. And Abraham is listening, na Abraham anasikiliza, he's enjoying the word, anafurahia. But I want to tell you something. As Abraham was hearing these words, something was taking place to him. Hallelujah. Hallelujah. Remember, he was an old man. He was old like this. But as he was hearing this word being revealed to him, he started straightening up. He started to straighten up. And his wrinkles started to go away from him. His hair started becoming black again. And he started to become a young man again. And when Elohim was finished with the preaching, Abraham was running back home as a young boy again. What happened? Something took place in the secret place. There was power. Changed his body. And when he went home, Sarah was wondering, what is happening? Abraham, you look like the time that we just got married. You look like a young boy when we just got married. Said, Sarah, sit here and listen to the message. Abraham started to preach the word. Preach the word. And Sarah was eating the book. Sarah was hearing the word. Her breast started to come back. Her skin started to become tender again. The hair was taken away. And she became a young girl again.
Tena tena. Something had taken place. Kuna kitu In kimetokea a secret place. katika sehemu ya siri. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory be to God. Tukufu kwa Bwana. He was called out. Alikuwa ameitwa He was toke. separated Alikuwa into ametengwa a secret place. katika sehemu ya siri. God gave him a Na translation. Mungu akampa badiliko. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Oh man. Oh jamani. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Somebody is doubting maybe. Wanda kuna mtu Listen what Brother Branham speaks in Jehovah Jireh. lakini hicho ndicho ndugu bwana He says, mazungumzo kwa and nyumba ya Yehova Yire. notice Abraham and Sarah. Notice Tazama Abraham and Sarah. Abrahamu na They Sara went back to be 22, 20, 25 years old. warudia kuwa na miaka 22, 21 hapa. And you say, Unasema nonsense, Brother Branham. upuuzi huo ndugu Branham. All right, just sit a minute and listen. Vema, wewe kaa He dakika moja says you umsikilize. have to read between the lines. Unapaswa kusoma katika Let me tell you mstari. something, church. Ngoja nikwambie kitu The kanisa. message of the hour Ujumbe wa saa is in between the lines. upo katikati ya mstari. Brother Branham says, Ndugu Branham when anasema I go overseas to preach the gospel, ninapoenda uko nje kuhubiri injili, and you know, na unajua my wife will write a letter. mke wangu ataniandikia barua, She writes a letter to the prophet. anamwandikia barua mjumbe, And Brother Branham takes the letter na ndugu Branham anachukua ile and barua, starts to read the letter. anaanza kuisoma ile barua, And she's writing there, na yeye ameandika pale, oh, Bill, now put the children to bed. na sasa naweka watoto Oh, you wakalale. know, everything is happening fine. Kila kitu kinaendelea And vizuri, she will start to say something there. na ataanza kusema kitu If pale. you read it, Kama wewe you are not ukisoma going to catch anything. hutapata But he kitu, says, but when I'm reading it, lakini mimi I'll ninaposoma start smiling nitaanza because kutabasamu, I can see something hapo naweza nikaona that kitu is not pale written. ambacho hakijaandikwa. Hallelujah. Hallelujah. There's something that is not written. Kuna kitu ambacho And you can hakijaandikwa, see something there na unaona kitu pale that is not written. ambacho That's hakijaandikwa. why I told you yesterday, Nilikwambia jana bride of Christ kwamba bibi harusi wa is Kristo hearing the unspoken word. anasikia neno moja The neno. bride of Christ Bibi harusi wa is Kristo written the unwritten word. Is reading the unwritten word. anasoma neno ambalo halijaandikwa. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Brother Branham says, Ndugu Branham anasema you have to read between the lines. unapaswa usome katikati ya mstari. You that are doubting, Nyie ambao mnatia shaka, something took place kuna kitu kilitokea hapa in that secret place. katika sehemu ya siri. Something took place Kuna kitu kilitokea in hapa that place where Abraham was alone with God. katika ile sehemu ambayo Abrahamu alikuwa The peke yake na mysteries Mungu. were revealed, Asili zilifunuliwa, and the revelation of the mysteries of God na ufunuo wa asili za Mungu gave him a body change. ilimpa yeye badiliko He la says, mwili. immediately after those angels left Punde tu baada ya malaika kuondoka and Sodom was burnt, na Sodoma ilichomwa, Abraham and Sarah took a long journey into Gerar. Abrahamu na Sara walichukua safari ndefu kwenda He says that's into Gerar. Gerar. He took Gerari, a journey. kwenda Gerari. That's quite a journey for an old couple. Hiyo ni safari ndefu kwa watu wazee. You hearing what the prophet is saying? Unasikia kile ambacho nabii anasema? He says measure it on your map. Sasa hebu pima kwenye ramani yako. You know, Gerar to from where Abraham was to Gerar, Gerari kutoka it kule was ambako a Abrahamu journey of alikuwa. about 450 kilometers. Ilikuwa ni safari ya kilomita 450. Now, an old man who is 100 years with his Sasa back mtu bent, mzee ambaye ana miaka 100, an old lady na mwanamke mzee huyu can walk that long? angeza akatembea safari ndefu kama No, hiyo? sir. Hapana bwana. God had given them a change of a body. Mungu alikuwa amewapa badiliko la mwili. Something had taken place to Kuna kitu them. kilitokea kwao. They were 19 again. Walikuwa They were 19 tena. 21 again. Walikuwa 21 And the tena. prophet says, Na nabii anasema God did that to Abraham Mungu alifanya hivyo kwa just to Abrahamu show forth what he was going to do to his seed. kuonyesha kitu ambacho ataonyesha And kwa we uzao are the wake. seed of Abraham Na sisi today. ni uzao wake leo. One of these days, Na moja he ya is siku going hizi to change you, my sister. atakuja kubadilisha One dadangu. of these days, Moja ya he siku is going hizi to change you, my brother, kubadilisha wewe ndugu yangu. into a young man Kuwa again, mtu kijana a tena. young girl again. Binti kijana tena. Hallelujah. Haleluya. He says they went down there. They went down there together. Walienda kule chini And here is Sarah, na hapa yupo a Sara. grandma, 90 years old. Huyu mzee miaka 90. A little sunbonnet on her head, shaking. Like a hat on her head. Ameweka kofia kichwani He mwake. says, and Abraham and his long beard hanging down. Na Abrahamu na ndevu zake ndefu. Says the Bible says they were both well stricken in age. Biblia inasema wote walikuwa wamezeeka The sana. prophet here says, don't try to say they lived longer.
usijaribu kusema kwamba waliishi maisha marefu. We are addressing those that are doubting. Tunataka tuwajibu wale ambao wanatia shaka. Hallelujah. How many believe? Wangapi wanaamini? Amen. He says their bodies were both dead and stricken in age. Miili yao imekufa na wamezeka sana kwa. But listen what is happening here. Lakini sikiza kinachotokea. When they went down to Gerar, walipoenda Gerari, there was a young king there by the name of Abimelech. Kulikuwa na mfalme kijana, and he was looking for a sweetheart. Na alikuwa anamtafuta mpenzi. And when he looked at Sarah, na alipomwangalia Sarah, a 90-year-old grandma, mwanamke mwenye miaka 90, mzee, she is so beautiful. Akasema yule mzee, I want to take her for my wife. Nataka nimchukue mke wangu. Oh brother, bana, be spiritual. Uwe kiroho. Be spiritual. Uwe kiroho. Sarah had turned back to a young girl again. Akabadilika kuwa kijana. She was beautiful again. Alikuwa mzuri tena. She was young again. Alikuwa kijana tena. Hallelujah. Hallelujah. And when Abimelech looked at her, na wakati Abimelech alimwangalia, oh, this is the most beautiful woman. Huyu ni mwanamke mzuri kuliko wote. Abraham was a young man. Abraham alikuwa kijana. What happened, brothers? Kilichotokea ndugu, something took place in the secret place. Kilitokea katika sehemu ya siri. Hallelujah. Hallelujah. Something took place in that secret place. Kilitokea kwenye chumba cha siri. God gave them a change of a body. Aliwapa badiliko la miili. And Sarah was able to conceive and receive the son. Na Sarah alikuwa na uwezo wa kupata ujauzito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He was called out. Alikuwa ameitwa toke. He was separated from the world. Alikuwa ametengwa na ulimwengu. Into a secret place. Kwenye sehemu ya siri. For translation. Kwa ajili ya badiliko. Amen. Did you get it? Umelipata hilo? Did you get it, church? Umelipata hilo kanisa? Hallelujah. Hallelujah. He was called out from his people. Alikuwa ameitwa kutoka watu wake. He was separated from the lukewarm believer. Alikuwa ametengwa kutoka watu wa vuguvugu. Into a secret place. Kwenda kwenye sehemu ya siri. Where he was translated. Ambako alibadilishwa. Oh, how we need believers today. Jinsi tunavyohitaji waaminio leo. To be separated from the world. Kwamba wajitenge kutoka ulimwenguni. To be caught up into a secret place. Na washikiliwa kwenye eneo la siri. To be alone with the Lord Jesus Christ. Peke yao na Bwana Yesu Kristo. Not a man. Not with a man. Sio kuwa na mtu. But with the Lord Jesus. Bali na kuwa na Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Not with a man. Sio kuwa na mtu. But with the Lord Jesus Christ. Bali kuwa na Bwana Yesu Kristo. Separated. Utengwe. To be with the Lord Jesus Christ. Kuwa na Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. To be with the Lord Jesus Christ. Kuwa na Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We can move up the steps, the 7 steps. Kwamba tuweze kupanda juu zile hatua 7. The 7 steps in the pyramid. Hatua 7 za piramidi. Amen. Amen. You know, Brother Branham speaking of the pyramid. Unajua ndugu Branham anazungumzia piramidi. Says that 7 steps. Anasema zilikuwa na hatua 7. Are you following me now? Unanifuatilia? It had 7 steps in there. Ilikuwa na hatua 7 pale. From faith to brotherly kindness. Kutoka kwenye imani mpaka upendano wa ndugu. And when you hit the 7th step, na unapofika hatua ya 7, are you following me? Unanifuatilia? When you hit the 7th step, unafikia hatua ya 7, there was a messenger there. Kulikuwa na mjumbe pale. A type of the 7th angel. Mfano wa malaika wa 7. That was taking you, ambaye alikuwa anakuchukua wewe, introducing you to the king. Na akikutambulisha wewe kama mfalme. Amen. Yeah. Did you catch that? Yeah. Hallelujah. Umelipata hilo? When you move the 7 steps, unavopanda hizo hatua 7, maybe we can demonstrate it here. Labda tuonyeshe mfano hapa. Not the morning picture now. Sasa hii sio picha ya asubuhi. Hallelujah. Amen. You've got 7 steps in the pyramid. Una hatua 7 kwenye pyramid. I'm not sure if I've drawn 7 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Hallelujah. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Amen. The stature of a perfect man is also a type of the 7 church ages. Is also a type of you as a believer. That you move from faith to brotherly kindness. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me, church? Pamoja na mimi kanisa. And when you come to the 7th step, na unapokuja kwenye hatua ya 7, it says there was a messenger here. Anasema kulikuwa na mjumbe pale. A type of the 7th angel. Mfano wa malaika wa 7. That was taking the one who is coming, ambaye alikuwa anamchukua yule anayekuja, taking him to Christ himself. Anampeleka yeye kwa Kristo. Hallelujah. That's why I said to you yesterday, nisema kwenu jana, Brother Branham is not the son of man. Kwamba ndugu Branham sio yule mwana wa Adamu.
No. Hapana, He is not the son of man. sio yule mwana wa Brother Adamu. Branham is a son of man, Ndugu Branham ni mwana wa Adamu, revealing the son of man. akimfunua yule mwana wa Adamu. Hallelujah. Haleluya. Revealing the son of man. Akimfunua yule mwana wa Adamu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. After you've moved those 7 stages, Baada ya kupanda hizo hatua 7, then you find a messenger there unapata pale mjumbe that takes the on-comer anamchukua yule anayekuja to the kings. Let me just read the kwenda kwa quotation. mfalme. Ngoja This is nisome from nukuu. God's only provided place of worship. Sehemu aliyochagua Mungu ya kuabudia. Brother Branham says, Ndugu Branham anasema, and the pyramids, na ile piramidi being those foundations, ikiwa na hiyo misingi up into the king's chamber, kutoka kwenye chumba cha mfalme, and just before you hit the 7th wall, na kabla hujafika ule ukuta wa 7, there is an introduction plank there, kuna sehemu ya utambulisho pale, where the messenger pale ambapo mjumbe comes out anatoka to bring you to the king's chamber. peleka wewe kwenye chumba cha That's mfalme. why Brother Branham Ndio maana ndugu on Branham Ohio River, katika mto Ohio 1933, kwenye Mathayo 33, hallelujah. What did the voice of the Lord say? ile sauti ya Bwana As ilisema nini? John the Baptist Kama Yohana was Mbatizaji given a message alipopewa ujumbe to forerun the first coming of Christ, kutangulia kuja kwa mara kwanza kwa your Kristo, message ujumbe is wako going to forerun the second coming of utakuja Christ. kuja kwa mara pili kwa Kristo. Hallelujah. Haleluya. Because it's the 7th angel. Sababu ni mjumbe wa It 7, says the messenger, anasema ule mjumbe John the Baptist, Yohana Mbatizaji introduced the people to the king. ambaye aliwatambulisha watu kwa mfalme, And when Jesus came, lakini wakati Kristo the alipokuja headstone was rejected. ile jiwe la kifuniko The lilikataliwa. headstone was rejected. Jiwe la kifuniko lilikataliwa. Hallelujah. Haleluya. The headstone was rejected. Jiwe la kifuniko lilikataliwa And they don't know na hawajui the stone of scorn lile jiwe la juu because it was rejected. sababu lilikataliwa. Hallelujah. Haleluya. That stone that caps the pyramid. Lile jiwe ambalo linafunika piramidi. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Are you following what I'm saying? Unanifuatia kinachozungumza? But the believer in this hour Lakini mwaminio has a need to move those 7 stages. anapaswa kupita kwenye hizo From hatua faith to brotherly kindness. kutoka imani mpaka upendano wa So ndugu, that Jesus can come and cup your life. ili Bwana Yesu aje na ashike He maisha is yako. the headstone. Yeye ni jiwe la kifuniko. Hallelujah. Haleluya. Right after 7 church ages have passed, Baada ya nyakati 7 za kanisa kupita for the first time, kwa mara ya kwanza, after 7 church ages, baada ya nyakati 7 za there is kanisa, a messenger here kuna mjumbe who hapa is introducing the people ambaye anawatambulisha to watu the Lord Jesus kwa Christ. Bwana Yesu Kristo. That's why Brother Branham said, Ndio maana ndugu Branham my anasema job kazi yangu is to introduce you to the Lord Jesus Christ. kutambulisha wewe kwa Bwana Yesu Kristo. Are you following what I'm saying? Unafuatia kile He says, ninachozungumza? my job Anasema kazi yangu is to introduce you to the Lord Jesus. kutambulisha wewe kwa Bwana Yesu I am Kristo. not he, Mimi sio but yeye, Jesus. lakini Yesu. He is the revealed word Yeye ni neno that you lilofunuliwa are feeding on tonight. ambalo mnakula Hallelujah. leo. After Haleluya. 7 church ages, Baada ya nyakati 7 za there is kanisa, a messenger here kuna mjumbe hapa that is introducing the people ambaye anawatambulisha watu to the king. kwa mfalme. Who is this king? Huyu mfalme ni The nani? revealed word of the hour. Neno la wakati lilofunuliwa. Amen. Amen. God that was veiled in the 7 church ages. Ambaye alikuwa amefunikwa katika nyakati 7 za God was kanisa. veiled to the believer. Mungu alikuwa amefunikwa kwa waaminio. But in this time, in this 7 church age, Katika wakati huu, katika nyakati 7 za we kanisa, have the unveiling of God. tunakufunuliwa kwa Mungu. How many know that message? Wangapi wanajua ujumbe? The unveiling of God. Kufunuliwa kwa Mungu. God that was hidden Mungu alikuwa amefichwa in the 7 church katika ages nyakati 7 za has kanisa. now unveiled himself. Sasa amejifunua yeye That's why mwenyewe. for the first time, Ndio maana kwa mara ya the kwanza pillar of fire, the picture of it was taken. nguzo ya moto ilipigwa picha. Hallelujah. Haleluya. Down through history, Kote katika historia we've never had a picture of the supernatural. hatujawahi kuwa na picha But in ya this kimbinguni. age, Lakini for wakati the huu first time, kwa mara ya we kwanza have a picture of the pillar of fire. tuna picha ya nguzo ya moto. It's not about the man. Sio hii haimhusu huyu mtu. No. Hapana. He was just standing there next to the angel. Alikuwa anasimama pale karibu na yule malaika. The pillar of fire, Ile nguzo ya moto, Brother Branham says, ndugu Branham anasema is the theophany of God. ni theofania ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. Is King Theophany himself.
ni mfalme Theofania mwenyewe. Amen. Amen. That's why for the first time, Ndio maana kwa mara ya kwanza he was pictured here alikuwa amepigwa picha as the hapa supreme judge. kama hakimu mkuu. Do you have judges in Tanzania? Tuna mahakimu hapa Tanzania. You know how they dress the judges? Unajua jinsi wanavyovaa? What do they put on their heads? Unajua wanaweka nini kichwani mwao? A white wig. Wigi nyeupe. And you know this picture, na unaona hii picha it was not taken like this. Haikuchukuliwa hivyo. It was taken like this. Ilikuwa imechukuliwa kama ilivyo. This is how it was taken. Ndivyo ilivyopigwa picha. And Brother Branham himself, na ndugu Branham mwenyewe didn't even know what it meant. Hakujua ilimaanisha nini. Until in 1965, mpaka 1965, when the angel of the Lord comes and tells him, malaika wa Bwana alipokuja na kumwambia, turn the picture to the right. Geuza hiyo picha kulia kwako. Do you get what I'm saying? Unapata ninachozungumzia? Turn the picture to the right. Geuza hiyo picha kulia kwako. And when he turns the picture, na alipogeuza hiyo picha, what is he seeing? Anaona nini? It is the capstone. Ni jiwe la kifuniko. It is the headstone. Ni jiwe la juu. That was rejected. Ambalo lilikataliwa. That has returned back. Ambalo limerejeshwa. To the church in these last days. Kwa kanisa wakati huu. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Tukufu kwa Bwana. The stone that the builders rejected. Lile jiwe ambalo wajenzi walikataa. Has now returned. Na sasa limerejeshwa. Because the church. Sababu kanisa. Hallelujah. Brother Branham says the church ndugu Branham anasema kanisa is shaping. Linajichonga. Hallelujah. Is shaping into a pyramid. Linajichonga kuwa piramidi. From justification under Luther. Kutoka utakaso wakati wa Luther, sanctification under Wesley, kutoka kuhesabiwa haki, and the baptism of the Holy Ghost. Sorry kidogo. Jina bali zile hatua tatu kuhesabiwa haki, utakaso. Tende. Justification under Luther. Kuhesabiwa haki wakati wa Luther. You see the pyramid is wide at the bottom. Unajua piramidi ni kubwa pale chini. But as it's going up, lakini inapopanda, the numbers keep getting smaller and smaller. Idadi inapungua kuwa ndogo hata ndogo. Hallelujah. Hallelujah. But it's shaping itself. Lakini inachongwa yenyewe. So that the headstone can come and sit on the body. Ile jiwe la juu lije likae pale. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So we are saying for the first time, tunazungumza kwa mara ya kwanza, the church of God, kanisa la Mungu, has moved up in the pyramid. Limetembea katika piramidi. The seventh step. Mpaka hatua ya 7. And when you come to the seventh step, unapofika kwenye hatua ya 7, with brotherly kindness, na upendano wa kindugu. Hallelujah. Hallelujah. Then the headstone is coming. Na kisha lile jiwe linakuja. To sit on the church. Kukaa juu ya kanisa. Who is this headstone? Huyu jiwe kuu ni nani? The revealed word of the hour. Neno lilofunuliwa la wakati. Hallelujah. Hallelujah. The revealed word of the hour. Neno la wakati lilofunuliwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Utukufu kwa Mungu. So there is a need for the believer today. There is a need of the believer today. Kuna hitaji kwa muumini leo. Amen. Amen. To move up into a secret place. Kutembea na kwenda kwenye sehemu ya siri. Secret place with the king. Sehemu ya siri na mfalme. We are saying when the seals was being revealed. Tunasema mihuri ilipofunuliwa. Brother Branham was caught up into this constellation of angels. Ndugu Branham alikamatwa kwenye hilo wingu la malaika. It's not only Brother Branham. Lakini sio ndugu Branham pekee. The bride of Christ. Na bibi harusi wa Kristo. You my sister. Wewe dadangu. You my brother. Wewe ndugu yangu. Are supposed to be caught up with Christ. Na nyinyi mnatakiwa mshikwe na Kristo. To be alone with him. Kuwa peke yenu na you and the word. Yeye na wewe na neno. Nothing else. Hakuna chochote. Just you and the word. Wewe peke yako na neno. Becoming one. Mkiwa mmoja. Hallelujah. Hallelujah. That is what is going to bring forth the translation. Na hilo ndilo litaleta mbadiliko. Amen. Amen. You know, when we go to the first Exodus, unaona tunapoenda kwenye kutoka kwa kwanza, when we go to the first Exodus, tunapoenda kutoka kwa kwanza, what happened? Nini kitokea? They were called out. Walikuwa wameitwa watoke. And the Bible says, na Biblia inasema, many are called, wengi wameitwa, but few are chosen. Lakini wachache wamechaguliwa. Brother Branham preached a message. Na ndugu Branham alihubiri ujumbe, 1 in a million. Mmoja katika milioni. How many know that message? Wangapi wanajua ujumbe? 1 in a million. Mmoja katika milioni. There were 2 million people. Walikuwa watu milioni 2 that came out of the land of Egypt. Ambao walitoka kwenye nchi ya Misri. They were called out. Walikuwa wameitwa watu. But Brother Branham says, lakini ndugu Branham anasema, when the supernatural was performed, wakati ya kimbinguni alipofanyika, it attracted a mixed multitude. Liliwavutia mchanganyiko. Amen. Amen. Was that properly translated? Mixed multitude? Yeah. There was the 3 kinds of believers. Kulikuwa na aina 3 za waaminio. There was the non-believers.
The unbelievers, na wasioamini, the make believers, wanaojifanya, and the true believers. na waaminiwa kweli. Even as we are seated here this afternoon, hata tulivyokaa hapo mchana there are three kinds of believers. Kuna aina tatu za waaminiwa. The true genuine believer, waaminiwa halisi wa kweli, the make believer, waaminiwa wanaojifanya, hallelujah, hallelujah, and the unbeliever. na wasioamini. There are some people that are even wondering, what is he preaching about? Kuna watu hata wanastaajabu, anahubiri nini huyu? What is he talking about? Anazungumza vitu gani? It's just noise to their ears. Ni kelele kwenye They masikio yao. don't even know what is happening. Hata hajui nini kinatokea. Hallelujah. God be merciful. Hebu Mungu awe na rehema. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Many were called out. Wengi waliitwa. And you know there was the first and second pull. Na unajua kulikuwa na mvuto wa kwanza na wa pili. It attracted a huge multitude. Ilivutia kusanyiko kubwa. Hallelujah. Hallelujah. But God had to let the process. Lakini Mungu yatakia lete mchakato. And people started to display their colors. Na watu walianza kuonyesha rangi zao. He had to take them to the testing time. Ilibidi wapeleke kwenye wakati wa kujaribiwa. Into the Red Sea. Katika ile bahari ya Shamu. Into the bitter waters. Katika maji machungu. Into the deserts. Katika jangwa. And Dathan and Korah and the rest of them were manifested. Walikuwa wamedhihirishwa. Hallelujah. 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 And what happened in the first Exodus? Na kitu gani kilitokea kwenye mvuto? Is going to happen in the second Exodus. Kutoka kwa kwanza kitatokea and kwenye is happening now in the third Exodus. Kinatokea sasa katika we are now in the third Exodus. Tupo sasa katika kutoka kwa tatu. But remember Brother Branham says, lakini kumbuka ndugu Branham, when there is an Exodus, kunapokuwa na kutoka, there is also an Ephesians. Kunakuwa na Waefeso pia. Amen. Amen. An Exodus is coming out. Kutoka ni kuondoka na kwenda nje. And Ephesians na Waefeso is getting into, ni kuingia ndani ya. Amen. Hallelujah. Amen. Getting out. Kutoka nje. God has not just called us to get out of the denomination. Mungu hatuiti tutoke nje ya madhehebu and come here and be message believers. Na kuja hapa na kuwa waaminiwa ujumbe. Build churches and do all these things. Na mambo yote hayo. No. Hapana. He has called us to get into. Ametuita tuingie ndani ya. Brother Branham says, na ndugu Branham anasema, we are supposed to get into the Holy Ghost. Tunatakiwa tuingie ndani ya Roho Mtakatifu. The Holy Ghost is the promised land for the believer. Roho Mtakatifu ni nchi ya ahadi. Hallelujah. Hallelujah. The promised land for the believer is the Holy Ghost. Nchi ya ahadi kwa mwaminio ni Roho Mtakatifu. But I want you to see. Nataka wewe uone. Hallelujah. Hallelujah. Many people of that day, watu wengi wa siku ile, they died and perished in the wilderness. Walikufa na wakaangamia jangwani. Except two people. Isipokuwa watu wawili. That was Caleb and Joshua. Walikuwa ni Caleb na Joshua. Joshua was a type of the Holy Ghost. Na Joshua alikuwa mfano wa Roho Mtakatifu. Na Caleb was a type of the true believer. Alikuwa mfano wa muumini wa kweli. Are you following me now? Unanifuatilia? Caleb was a type of the true believer. Caleb alikuwa mfano wa muumini wa kweli. What did Caleb say? Na Caleb alisema nini? When they got in the promised land. Walipofika kwenye nchi ya ahadi. He spoke unto Joshua. Alimnenea Joshua. He says, Joshua, akasema Joshua, I was faithful unto Moses. Nilikuwa mwaminifu. What? I was faithful unto Moses. Who was speaking those words? Caleb. Oh, Caleb akamwambia Joshua, nilikuwa mwaminifu hata kwa Musa. I was faithful unto Moses. Na nilikuwa mwaminifu kwa Musa. That was a true believer. Alikuwa mwaminifu kweli. He was a type of you and me. Alikuwa ni mfano wangu mimi na wewe. Are you following me, church? Unanifuatilia? And Caleb, na Caleb is speaking to Joshua. Anamnenea Joshua. A type of the Holy Ghost. Mfano wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. You know, we are living in a day when there are a lot of people that are rising up. Oh, I am Joshua. Oh, I am Joshua. Oh, I am this and that. Watu wengi wanainuka sasa. Joshua is not a man. Joshua sio mtu. Joshua is the Holy Ghost himself. Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Joshua is the Holy Ghost himself. Joshua ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Caleb. Na Caleb was a type of the true believer. Alikuwa ni mfano wa muumini wa kweli. I want you to see here. Nataka uone hapa. When it came to the Ephesians. Walipokuja kwa Efeso. A time of inheritance. Wakati wa kurithi. A time of taking the possession. Wakati wa kuchukua nafasi zao. Caleb spoke unto Joshua. Caleb akazungumzia Joshua. Joshua, akasema Joshua, give me this mountain. Unipe mlima huu.
You know, I am interested in Matthew chapter 28 where we read. Unajua ninavutiwa sana Mathayo 28 Jesus spoke unto the disciples. Sababu Mungu Yesu alizungumza na wanafunzi wake. Go and meet me into a mountain. Akasema nenda na mkaonane na mimi kwenye mlima. And this mountain the Bible does not mention the name. Na huo mlima hautajwi na Biblia. It was a secret mountain. Ulikuwa ni mlima wa siri. When you come to Acts chapter 1, unapokuja kwenye Matendo, that's when you see the name being revealed. Ndipo jina linatajwa. It was the Mount of Olivet. Ulikuwa ni mlima wa mzeituni. Hallelujah. Hallelujah. Now Caleb, sasa Caleb is speaking unto Joshua, anamnenea Joshua, that true genuine believer, kwamba mwaminio halisi wa kweli, speaking unto the Holy Ghost, anamzungumzia Roho Mtakatifu. He said, give me this mountain. Anasema nipe mimi huyo mlima. I was faithful unto Moses. Nilikuwa mwaminifu kwa Musa. Give me unto this mountain. Nipe mimi huyo mlima. And Joshua turns to Caleb. Na Joshua anashuka Caleb, why do you want this mountain? Unataka nini huo mlima? Because when we looked at the mountain, sababu tunapoangalia huo mlima, there were caves on the mountain. Kulikuwa na mapango kwenye milima. There were bones on the mountain. Kulikuwa na mifupa kwenye milima. It was a graveyard on the mountain. Ilikuwa ni sehemu ya kuzikia mlimani. Caleb said, lakini Caleb anasema, give me this mountain. Nipe mimi huo mlima. Give me this mountain. Nipe mimi huo mlima. Why do you want this mountain? Unataka huo mlima? And Caleb said, na Caleb anasema, because I know, sababu najua, this is the mountain huu ni mlima where Abraham was buried. Ambako Abraham this is the mountain huu ni mlima where Job was buried. Ambako Ayubu alizikwa. This is the mountain huu ni mlima where Macpela was. Ambako Macpela alikuwa. And Job said, when the Redeemer shall come, wakati mkombozi atakapokuja, there will be a resurrection. Kutakuwa na ufufuo. Not in any other places. Sio sehemu nyingine yote. Not in any other graveyard. But there will be a resurrection in this mountain. Hallelujah. Hallelujah. And the true genuine believer, na huyu mwaminiwa kweli, give me this mountain. Anasema nipe huu mlima. Give me this mountain. Nipe mimi huu mlima. Let me tell you something, church today. Nikwambie kanisa leo, it is your right this afternoon. Ni haki yako mchana wa leo. To claim this mountain. Kudai huu mlima. There is a place. There is a place kuna sehemu where that resurrection will take place. That place is not in this church. Hiyo sehemu sio kanisa. That place is not in Jeffersonville. Hiyo sehemu sio Jeffersonville. That place is not in Lilongwe. Hiyo sehemu sio Lilongwe. That place is not in Ubungo. Hiyo sehemu sio Ubungo. That place is in Christ Jesus. Hiyo sehemu ni katika Yesu Kristo. And every believer na kila mwaminio buried in Christ. ambaye amezikwa katika Kristo. I don't care how far deep down the ground you're buried. Yeye wanakuzika when that trumpet shall sound, ile parapanda kabulia, you shall resurrect out of the grave. Utainuka. Hallelujah. Hallelujah. It was a claiming time. Ulikuwa ni wakati wa kuja. It was a time of the Ephesians. Ulikuwa ni wakati wa Efeso. Brother Branham is speaking here. Ndugu Branham anazungumza hapa. From the message for six says, I thought of Caleb, you know, saying, let me take this mountain. Katika ule ujumbe wa Caleb saying, let me take this mountain. Caleb anasema hebu nichukue mlima huu hapa. Amen. Amen. And you know when you read that scripture, na unaposoma hayo maandiko, that's in Joshua chapter 14. Hiyo ipo katika Yoshua sura 14. Kuanzia you find Caleb was now 85 years old. Unaona Caleb alikuwa na miaka 45. Oh, you people. Oh, nye watu. I wish somebody could be spiritual. Na natamani mtu Caleb was now 85 years old. Caleb alikuwa na miaka 45. But he is speaking unto Joshua. Lakini anazungumza na Joshua. He says, Joshua, anasema Joshua, look at me. Niangalie mimi. Though I am 85 years old. Pamoja na kwamba na miaka, I still have the strength lakini bado na nguvu that I had when I was 40 years old. Ambazo nilikuwa nazo nilikuwa na miaka 40. I have not aged a bit. Anasema hata sijazeeka kidogo. Someone getting something there. Kuna mmoja sio kama anapata kitu hapo. Somebody getting something there. Kuna mtu anapata kitu hapo mbele. When Moses was giving the promise unto Caleb. Wakati Musa anatoa ahadi kwa Caleb. You are going to get this mountain. Anasema utaenda kupata mlima. Caleb was 40 years old. Caleb alikuwa na miaka 40. And he fought the battles and fought the battles. Alipambana vita na vita. But this time around, lakini wakati huo Caleb was 85 years old. Caleb ana miaka 85. But when you are speaking to Joshua, he says, look at me. I'm still a young man. Something had taken place to him. There was a translation that had taken place. Oh, glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Caleb was turned into a young man again. Caleb alibadilika kuwa kijana tena. Maybe let me read that scripture. Hebu ngoja nisome ile andiko. Somebody might be doubting. Unajua kuna mtu anaweza kutia shaka. No, verse 6 of Joshua chapter 14. It says, then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal. Kisha watoto wa uliwait a moment, let me open that. Okay. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Drink some water. Amen. Yoshua 14 mstari wa 6.
You know, we used to sing a song, a Swahili song when I was little young. Tulikuwa tunaimba wimbo wa Kiswahili nilipokuwa mdogo. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe na Bwana. You still sing that song? Oh yeah, we have it. Praise the Lord. Amen. 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 So at least I know one Swahili song. Wala unajua wimbo mmoja wa Kiswahili. Now we are reading here. It says, then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal. Wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali. Caleb, the son of Jephunneh, mwana wa Yefune, said unto him, akamwambia, thou knowest the thing that the Lord said unto Moses. Wewe wajua hilo neno Bwana alimwambia Musa, the man of God concerning me. Huyo mtu wa Mungu katika habari zangu. And thee in Kadesh Barnea. Na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. 40 years old I was when Moses the servant of the Lord. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea. Are you listening to that? Unasikiliza hilo? When Moses sent him he was 40 years old. Wakati Musa aliponituma nilikuwa na miaka 40. He says, and Moses swore that day, verse 9. And Moses swore on that day, mstari wa 9, kisha Musa akaniapia siku hiyo, surely the land whereon thy feet have trodden, akasema hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi wako wewe, for thy children forever, na kwa watoto wako milele. And verse 10 says, and now behold, mstari wa 10, sasa basi angalia, the Lord has kept me alive, yeye Bwana ameniweka hai for these 45 years, kwa hii miaka 45, even since the Lord spake at the word unto Moses. Tangu wakati Bwana alipomwambia Musa neno hilo. And he says, and now, na sasa I am 85 years old. Nina miaka 85. Verse 11 says, and yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliponituma. Do you get that? Unalipata hilo? Joshua. He says, I am as young as I was when I was 40 years. Ni kijana kama nilivyokuwa siku hiyo. God had changed Joshua. Mungu alikuwa amembadilisha Joshua. Into a young, had changed Caleb. Had changed Caleb into a young man again. Mungu alimbadilisha Caleb kuwa kijana. Hallelujah. Hallelujah. He says, therefore give me this mountain. Kwa anasema hebu nipe huo mlima. Amen. Amen. It is a promise of the believer today. Ni ahadi kwa mwaminio leo. Branham is speaking in the message of paradox. Ndugu Branham anazungumza kwenye jambo la kitendawili. And we are promised according to Revelation 10. Na tumeahidiwa kulingana na Ufunuo sura ya 10. According to Malachi 4. Na kulingana na Malaki 4. And St. Luke 17:30. Luka 17:30. That there is got to come another Ephesians. Kwamba kunatakiwa kuja na Waefeso nyingine. There is promised it, friends. There is promised it, friends. It is promised to us. Imeahidiwa kwetu sisi. There must come another Ephesians. Lazima kuja na Waefeso nyingine. Hallelujah. Hallelujah. That these sevenfold mysteries of the word of God mihuri must be unfolded. Mihuri 7 lazima ifunuliwe. And he says, and it is in the Laodicean church age. Na anasema ni katika wakati wa kanisa la Laodikia takes place. Kwamba hili linatokea. I believe. Lakini naamini we are right in the shadows of the coming of the Son of God. Katika kivuli cha kuja kwa mwana wa Mungu. And as Joshua, lakini Joshua, just before the Ephesians raised up, kabla ya Waefeso kuinuka, so did John the Baptist. So did John the Baptist. Hivyo ndivyo Yohana Mbatizaji alivyofanya. Raised just before the next Ephesians. Aliinuka kabla ya Waefeso wengine. And we are promised na tumeahidiwa another Ephesians in this last days. Waefeso nyingine katika siku za mwisho. Are you following me now? Fuatilia sasa. We are promised another inheritance in this last days. Tumeahidiwa urithi mwingine katika siku ya leo. The book of Ephesians is the book of inheritance. Sababu kitabu cha Efeso ni kitabu cha urithi. Hallelujah. 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 We are promised another Ephesians today. Tumeahidiwa Efeso nyingine leo. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you still with me tonight, this afternoon? Pamoja nami jioni ya leo? Amen. Amen. Caleb said, give me this mountain. Caleb alisema nipe mlima huu. Because I know sababu najua when Jesus comes. Bwana Yesu anapokuja. And Brother Branham says, na ndugu Branham anasema when the resurrection took place. Ufufuo ulipotokea. It is those that were buried in Makipela. Ilikuwa ni wale waliozikwa Makipela. That resurrected. Ambao walifufuka. Those people were speaking about in the morning. Ambao tulikuwa tunazungumzia asubuhi ya leo. They were buried in this place called Makipela. Walikuwa wamezikwa sehemu inaitwa Makipela. That's the place that Caleb claimed. Hiyo ndio sehemu ambayo
Caleb alidai. Hallelujah. Hallelujah. Caleb claimed that place. Caleb alidai na sema, Give me that resurrection. nipe mimi wa ufufuo. Hallelujah. Hallelujah. Is there somebody this afternoon Kuna mtu hapa that can say, give me the rapture? Ama sema nipe ufufuo, nipe unyakuo. Give me the rapture, Lord. Nipe mimi unyakuo Bwana. You know, when I was young, we used to sing a song. Nilipokuwa kijana, Say, victory is mine. Ushindi ni wangu. Victory is mine today. Ushindi ni wangu leo. Rapture is mine. Rapture is mine Unyakuo today. Unyakuo ni wangu leo. It is a time for the bride of Christ Ni wakati wa bibi harusi wa to Kristo. claim the promise that God has given to Dai her. ahadi ambazo Mungu amempa. And God has promised the church in these last days Mungu ameahidi kanisa that wakati she is wa going to be translated. kwamba yeye kanisa atabadilishwa. Hallelujah. Hallelujah. Church is going to be translated. Hili kanisa itabadilishwa. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. It is your right this afternoon. Ni haki yako mchana wa leo Claim the rapture. kudai unyakuo. Rapture is mine. Useme unyakuo ni wangu. Everybody else is not going. Kama mtu yote haendi, I am going. mimi nakwenda. Everybody else is not going. Kama mtu yote mwingine haendi, Going in the mimi nakwenda katika unyakuo. this afternoon. Haya maombi ya lazima kwako mchana wa leo. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana We asifiwe. have come now to another Ephesians. Tumekuja sasa kwa Efeso nyingine. Brothers and sisters, Ndugu na dada, after 7 church ages, baada ya nyaka 7 za kanisa, God has sent forth another Mungu messenger. amemtuma mjumbe mwingine. Has sent forth a prophet of Malachi 4. Amemtuma mjumbe nabii wa Malaki 4. And you know, when Jesus was upon the earth, Na Bwana Yesu alipozaliwa let me duniani, speak a little bit about Jesus. hebu nizungumze kidogo habari When he zake. was upon the earth, Alipokuwa duniani, his ministry huduma yake was in 3 pools. ilikuwa katika mivuto mitatu. Are you following me now? Unanifuatilia? The first pool, Mvuto wa kwanza, he healed the sick aliponya wagonjwa and performed miracles. na alifanya miujiza. And when he did that thing, Na alipofanya hayo, it attracted a mixed multitude. iliwavutia kusanyiko mchanganyiko. Everybody wanted to be with Jesus. Kila mtu alitaka kuwa na Bwana Yesu. I was reading the other day in the book of John. Nilikuwa nasoma wakati fulani katika kitabu cha Yohana, One day when Jesus had run away into a mountain. wakati fulani wakati Bwana Yesu alikuwa ameenda mlimani, The Bible says there was a multitude that came looking for him. Biblia inasema kulikuwa na kundi la watu ambao walikuwa And wanamtafuta they said, yeye. "Oh, Master, where have you been? We have been looking for you." Na wakasema, mwalimu, ulikuwa wapi? Tulikuwa tunakutafuta. And Jesus discerned the secrets of their hearts. Na Bwana Yesu alipambanua That siri they ya did mioyo not yao, want the word, kwamba hawakuhitaji but they neno, wanted to eat bread and fish. kwamba walitaka mikate na Because samaki. he was multiplying the bread. Sababu alikuwa He was anazidisha multiplying the mkate. fish. Alikuwa anazidisha So samaki. as long as they would eat that, Kwa kuwa tu wangekula hiyo, oh, we love the prophet of Galilee. tunampenda nabii wa Mungu. But one day, Lakini siku moja he went on to the second pool. alienda kwenye mvuto wa He pili. started to blast them. Alianza He said, kuwakemea. "Unless you eat my flesh and drink my Akaanza blood, kuambia, isipokuwa mmekula you mwili wangu na have, you kunywa have damu no yangu, part with me." hamna sehemu pamoja na He said, mimi. "Oh, this is a hard saying. Anasema huu ni usemi This mkuu. man is a vampire. Huyu mtu ni mnyonya damu. This man is a vampire. Huyu mtu ni mnyonya damu. How can he ask us to eat his flesh Tuombaje sisi tule mwili wake and drink his blood?" na kunywa damu yake? But God was bringing a separation. Lakini Mungu akaoneta utengano. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But one day, Lakini siku moja his ministry went into the third pool. huduma yake ilienda kwenye mvuto wa tatu. You know what I was preaching about in the morning Unajua kile nilichokuwa nahubiri was asubuhi the third pool part of his ministry. ilikuwa ni sehemu ya mvuto wa tatu And ya in huduma yake. Matthew chapter 28, Lakini Mathayo he 28 is telling his disciples, anawaambia wanafunzi wake, "Go and meet me in a secret mountain. twende nendeni tukaonane kwenye mlima wa siri. Go and meet me in a secret mountain." Twende mkanione kwenye mlima And wa when he siri. went into that Na mountain, alipoenda kwenye mlima huo, you know, the disciples, unaona wanafunzi the elected of God, wateule wa Mungu they knew this secret mountain. walijua huo mlima wa siri. The whole world did not know. Ulimwengu mzima hakujua. Are you seeing what I'm trying to show you? Unaona kile ambacho anajaribu The kuonyesha. first pools, the first and second pool of his ministry, Mvuto wa kwanza na wa pili wa huduma yake it was a public ministry. ilikuwa ni huduma ya wazi. But the third pool Lakini mvuto wa tatu was no longer a public ministry. haikuwa huduma ya umma. Jesus, after he resurrected from the grave, Yesu baada ya kufuka kutoka kwenye kaburi he never held a campaign again in Galilee. hakuwa na kampeni tena huko Galilaya. Did he? Alifanya? Did he? Alifanya? No. Hapana. He never went again and had a big campaign somewhere. Hakwenda tena na kuwa na But kampeni kubwa he is nyingine. calling the elected. Lakini anawaita wateule. Go into this secret mountain Nenda kwenye mlima wa and I siri. will meet you in Na there. mimi nitakutana nanyi Are you pale. following me, church? Unanifuatilia Go kanisa? into that secret mountain. Nenda kwenye mlima wa siri. I will meet you there. Nitakutana na wewe pale. That was a third pool ministry. Hiyo ilikuwa ni huduma And ya when mvuto he wa tatu. went there, Na alipokwenda he pale said, "Oh, power in heaven and in earth akasema mamlaka yote mbinguni has been duniani given unto me." pewa mimi.
It was in that mountain ilikuwa ni katika mlima that ule Jesus ascended up into heaven. ambako Bwana Yesu alipanda juu kabisa. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Are you with me, church? Mpo pamoja na mimi kanisa? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And the same thing has been happening. Na kitu kile kile kimekuwa The kitukia. same thing has happened Kitu kile kile kimetukia in these last days. katika siku za mwisho. After 7 church ages. Baada ya nyakati 7 za kanisa. Hallelujah. Hallelujah. God sent forth a prophet Mungu amemtuma nabii of Malachi kwa 4 Malaki 4 to preach the gospel. kuhubiri injili. And in 1946, Mwaka 1946 the angel of the Lord met him in Greensville, Kentucky. 1946 Bwana malaika wa Bwana alionana naye He nabii. says the pillar of fire, Anasema ile nguzo ya moto came down ilishuka and it kept getting bigger and bigger. na inaongezeka na And a kuongezeka. man stepped out of the pillar of fire. Na mtu akatokea kwenye ile nguzo ya And he moto spoke to Brother Branham. na akazungumza ndugu He said, Branham. I am sent from the presence of the Lord Akasema nimetumwa kutoka kwenye uwepo wa Mungu to explain about your peculiar gift. kuelezea juu ya kipawa chako cha You have been kipekee. given a gift Umepewa kipawa of healing to the world. cha uponyaji kwa And he ulimwengu. says, as Moses Kama Musa was given 2 signs, alipopewa ishara mbili, so shall you be given 2 signs. na utapewa ishara mbili. Hallelujah. He Haleluya. says, first, Ya you kwanza shall hold them by the hand utawashika watu mikono and yao know that's diseases. na utajua magonjwa yao. But if you shall be more sincere, Kama utakuwa mnyofu you sana, shall know the secret of their heart. utajua siri za mioyo yao. Are you following me, church? Unanifuatilia kanisa? If you shall be more sincere, Kama utakuwa mnyofu you sana, shall begin to know the secret of the heart. utaanza kujua siri za mioyo. And Brother Branham, Na ndugu Branham he went forth preaching the gospel. aliendelea kuhubiri And when injili. he was performing the sign, Na alipokuwa akifanya hizo ishara, he was loved by the churches. alipendwa na makanisa. Are you with me now? Pamoja nami sasa? He was loved by everybody else. Alipendwa na kila Says, mmoja. oh, come to our church. Oh, njoo kanisani kwetu. Come and perform this sign. Njoo ufanye ishara hii. But one day, Lakini siku moja God told him, Mungu alimwambia do the work of an evangelist. fanya kazi ya uinjilisti. Hallelujah. Haleluya. And he started to preach the message. Na alianza kuhubiri He ujumbe. says, you women, Akasema nyie wanawake you bobbing off their hair, mnapunguza nywele zenu, you are going to hell. mnaenda kuzimu. Hallelujah. He Haleluya. says, keep your hair long. Anasema tunzeni nywele zenu ziwe ndefu. Go wash up your faces. Hebu safisheni sura zenu. There was only Toeni rangi. one woman that painted up their face in the Bible. Kuna mwanamke mmoja aliyepaka rangi uso wake katika That Biblia was Jezebel. ambaye alikuwa Jezebel. And when he began to preach the hard message, Na alipoanza kuhubiri ujumbe mgumu, oh, the people begin to leave his watu wote ministry. wakaanza kukimbia huduma yake. But God, Lakini Mungu, remember that vision that I told you about yesterday. kumbuka lile ono ambalo niliwaambia jana. He said, when you make the first pull, Anasema ulivyokutana na it mvuto wa will kwanza, attract the small fishes. itavutia samaki wadogo. When you heal the sick, Unapoponya wagonjwa, when you do all these signs and wonders, unafanya yote maajabu na ishara, everybody else in Morogoro kila mtu Morogoro is going to say, oh, there's a man of God here. atasema yeye kuna mtu wa Mungu There's hapa. a man of God here. Kuna mtu wa Mungu hapa. But not everybody that is coming Lakini sio kila mtu anayekuja is part of the elected. ni sehemu ya And wateule. God is only interested in the elected. Na Mungu anavutiwa tu na wateule. So he says, when you pull now the second Sasa time, unapovuta mara ya pili, it will scatter the small fish. itawatawanya hao samaki wadogo. Hallelujah. Haleluya. It will scatter the small fish. Itawatawanya hao When samaki you wadogo. begin to preach the word, Unapoanza kuhubiri neno, it will be hard for them Pentecostals. itakuwa gumu sana kwa It will be Pentecost. hard for them denominations. Itakuwa gumu sana kwa madhehebu. But he says, but it will attract now Lakini anasema itawavutia the sasa big fish. samaki mkubwa. Hallelujah. Haleluya. And when the small fish are scattered, Na wakati samaki wadogo wametawanyika, then get ready now for the third pull. kuwa tayari kwa ajili ya mvuto wa tatu. Oh, you people. Oh, nyi watu. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana He asifiwe. says, get ready now Anasema kuwa tayari for sasa the third pull. kwa ajili ya mvuto wa tatu. And now he's taking him into that 10th vision Na anachukua mimi sasa kwenda kwenye ile that I ono was la hema speaking about yesterday. ambapo nilikuwa nazungumzia jana. I've got everything here, but I don't want to get you tired. Nina kila kitu hapa lakini sitaki niwachoshe. Hallelujah. Haleluya. And what the prophet is seeing, Lakini kila ambacho nabii that anakiona, woman getting into that small house, huyo mwanamke anaenda kwenye hiyo nyumba ndogo and the pillar of fire went and stood on top of that house. na nguzo ya moto ilienda ikasimama juu ya ile nyumba. And let me just read here. Hebu ngoja nisome kidogo. Amen. Amen. And he says, and I seen them bringing a lady Na niwaona wao kumleta mwanamke into that small house. katika ile nyumba ndogo.
Amen. Amen. And on the outside, Lakini nje ya the nyumba lady come out screaming on top of her voice, huyo mwanamke alikuja akipiga kelele sauti ya juu, pushing this stretcher. Akivuta haya magongo. Are you following me now? Unanifuatilia sasa? Give me your attention, I'm about to close. Hebu nipe usikivu wenu, nakaribia kufunga. Please give me your attention, don't miss this. Tafadhali nipe usikivu. It says, and then there was another lady, na kisha kukawa na mwanamke mwingine on the outside, nje ya nyumba, looked like some kind of a dark-haired woman. alionekana kama mwanamke mwenyewe. And she said to this lady, na akamwambia huyo mwanamke, what happened? Kimetokea nini pale? And she said, na akasema, I don't know. Sijui. She said, I couldn't tell you what happened inside that house. Singeweza kukuambia kitu gani kimetokea mle She said, ndani I ya have been nyumba. paralyzed for 20 years. Anasema nimekuwa nimepooza kwa miaka 20. And then another man came out limping, na kisha mtu mwingine with akaja his clutches in his hands, akirukaruka with his clutches in his hands. na magongo ameshikilia mkononi. And I looked, then he was screaming. Na nikiangalia kwa anapiga kelele. And when it did, na alifanya hivyo, it says that the pillar of fire went and stood on that building. na nguzo ya moto ikaenda ikasimama kwenye ile The jengo. Branham says, I could hear the pillar of fire Anasema ningesikia ile nguzo ya moto going and standing on top of that little building, ikienda na kusimama pale kwenye like a fire whipping around and reeking. Anasema kama moto ukivuja. And then when it did, na hivyo fanya hivyo, the angel that was standing beside me, huyo malaika alikuwa anasimama pembeni yangu, the same voice that spoke to me, ile sauti ile iliyozungumza na mimi, he spoke to me. ilizungumza na mimi. Listen what he told the prophet. Sasa sikiliza kile nabii said, alichoambia. I will meet you in there. Hiyo sauti ilisema nitakutana na wewe pale. This is the third pull. Na akasema huu ni mvuto wa tatu. Nobody will know nothing about it. Hakuna mtu atakayejua kuhusiana na huo mvuto. And Brother Branham said, na ndugu Branham anasema, I said, well, I don't understand. Nikasema, well, vyema sielewi. Why in there? Kwa nini mle ndani? Why in there? Kwa nini mle ndani? And he said unto me, na akaniambia mimi, it will not be a public show. Haitakuwa onyesho la hadhara. That will not be a public show. Mvuto wa tatu haitakuwa onyesho la kila mtu. Brothers and sisters. Ndugu na dada. I wish somebody was able to see it. Natamani mtu angekuwa na uwezo wa kuona hili. There was a shift in the ministry. Kulikuwa na badiliko la huduma. There is a change in the ministry. Kulikuwa na badiliko la huduma. From the first and second pull. Mvuto wa kwanza na wa pili. The third pull now. Lakini mvuto wa tatu sasa. It is no longer a public show. Haikuwa onyesho la kila mtu. Is God calling people into a secret place? Mungu anawaita watu kwenda kwenye eneo. Hallelujah. Hallelujah. He is calling people into a secret closet. Anawaita watu waende kwenye chumba cha siri. Something na kuna kitu that is happening in that closet. Kinatokea mle ndani kwa chumba. Something, my sister. Kuna kitu dadangu. That is happening when you go into that closet. Ukiingia mle ndani. You begin to commune with Christ. Unaanza kuwa na ushirika na Kristo. And when you begin to commune with Christ, unaanza kuwa na ushirika na Kristo. Something is going to take place. Kuna kitu kitaenda kutokea. Brother Branham says, ndugu Branham anasema, every house, kila nyumba has got 3 rooms. Ina vyumba vitatu. Are you with me? Pamoja na mimi? I'm about to close now. Nipo karibu kufunga sasa. You know that word I'm about to close is very powerful. Unajua ile neno karibia kufunga ni ina nguvu. Because those that were sleeping will wake up. Sababu wale walikuwa wanalala wanaamka. Those that were sleeping when they hear I'm about to close, they wake up. Wale walikuwa wanalala wakisikia na karibia kufunga wanaamka. Hallelujah. Hallelujah. But I'm about to close. Lakini nipo na karibu kufunga. Hallelujah. Brother Branham says there are 3 rooms in a house. Ndugu Branham anasema kuna vyumba vitatu katika nyumba. There is a kitchen. Kuna jiko. That's where the food is cooked. Huko ndiko chakula kinaandaliwa. There is a sitting room. Kuna sebule. That's where you come and fellowship with everybody. Huko ndiko unakuja na kuwa na ushirika na kila mtu. Hallelujah. Hallelujah. But there is a bedroom. Lakini kuna chumba cha kulala. You can bring visitors. You can bring visitors. Unaweza kuleta wageni and take them to your kitchen. Na unaweza kupeleka jikoni. They start to eat there. Wanaanza kula pale. You can even bring them into the sitting room. Ukaleta sebuleni. Hallelujah. Hallelujah. And fellowship with them there. Ukawa na ushirika nao pale. But when it comes to the bedroom, unapokuja kwenye chumba cha kulala, somebody catch something there. Mtu anapata kitu hapo. When it comes to the bedroom, inapokuja kwenye chumba cha kulala, you go there with only one person. Unaenda pale na mtu mmoja tu. That is your wife. Huyo ni mke wako. No any other person goes there with you. Anaingia huko na wewe. Hallelujah. Hallelujah. It is only your wife that goes there with you. Ni mke wako peke yako anaingia. The rest of the people,
The rest of the people, watu wengine wote, the rest of the denominations madhehebu mengine yote can come in the kitchen wanaweza kaja and jikoni eat something there. na wakala kitu They pale. can come in the living room Wanaweza kaja sebuleni and eat something there. wakala kitu pale. But when it comes to the bride of Christ, Lakini mkuja bibi harusi wa Kristo, Jesus is taking her to the bedroom, Bwana Yesu anamchukua yeye into the chumbani. secret place. Ni sehemu ya siri And hapo. when something happens there Na kama kitu that kitokea the pale, world does not know about, ulimwengu hauwezi kujua you kabisa. know, when the pastor does the wedding here, Unajua mchungaji anaofungisha harusi hapa. all the children, close your eyes now, don't hear this. Sasa enyi watoto fungeni masikio msikie. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. After the pastor has wedded here, Baada ya mchungaji kufungisha harusi the hapa, bride and the groom, bibi harusi na bwana they harusi go to their new house. wanaenda kwenye nyumba yao And the mpya. pastor can come with his wife. Na mchungaji anaweza kaenda He is na allowed on the sitting room. anaruhusiwa kuingia He sebuleni. is allowed on the kitchen. Anaruhusiwa The jikoni. visitors are allowed in those places. Wageni wanaruhusiwa kwenye But maeneo when it hayo. comes to the bedroom, Lakini anapokuja chumbani, the man, the groom, bwana harusi he takes the bride anamchukua bibi harusi into that secret place. katika sehemu ya siri. And let me tell you something. Ngoja nikwambie The kitu. whole world Dunia, ulimwengu does mzima not know what happens there. hawajui kinachoendelea pale. The whole world does not know what happens there. Ulimwengu mzima hawajui But kinachoendelea pale. something takes place in that Lakini secret kuna place. kitu kinatokea pale. Because after 3 months, Baada ya miezi mitatu you find the woman, unaona mwanamke her countenance is changing. sura yake Her inabadilika. body begins to change. Mwili wake unabadilika. Oh, Church of the Living God, this Oh, theater, kanisa la Mungu anayeishi. something begins to take place. Kuna kitu kinatokea Her pale. stomach begins to grow a bit bigger. Tumbo lake inaendelea kuwa kubwa. She is pregnant now Yeye ni mjamzito of the word. wa neno. Hallelujah. Hallelujah. In the secret place, Katika chumba cha the siri, husband and the wife, mke na they are mume having an invisible union. wanakuwa na muunganiko wa The world does not know anything about it, ulimwengu haujui chochote. but she has received seed. Lakini amepokea She mbele. has received the word Amepokea neno from the husband. kutoka kwa And mume. something is taking place to the Kuna bride. kitu kinaendelea ndani yake bibi Are harusi. you following me, church? Nifuatilia kanisa. That's what God is doing in our age. Hicho Mungu anafanya wakati wetu. Luther's age Wakati wa Luther and Wesley's na age, wakati wa Wesley that was the kitchen. ilikuwa jikoni. The Pentecostals, Wakati wa Pentecost that was the living room. ilikuwa sebuleni. In this last age, Wakati wa mwisho God has taken the bride Mungu amemchukua bibi into harusi the secret chambers, katika chumba cha has siri. taken the bride Amemchukua bibi into harusi the secret room. kwenda kwenye chumba cha And siri. Brother Branham says, Branham anasema, and Jesus Christ na Yesu is Kristo making love to his bride. anafanya mapenzi na bibi He's harusi wake. making love to his bride. Anafanya mapenzi na bibi He's harusi wake. planting a seed in her womb. Anaweka He says mbegu. the word of the Lord, hallelujah, Anasema neno la is Mungu in the womb of the bride. lipo katika tumbo la uzazi. The world does not know what's happening, Ulimwengu but haujui. the bride is Bibi changing. harusi anabadilika. Something is taking place in the secret Kitu place. kinatokea kwa chumba cha siri. Hallelujah. Haleluya. When you see that young lady, Unapomwona huyu mwanamke kijana she starts to vomit. anaanza kutapika. Her diet changes. Hamu ya chakula inabadilika. She has been with the husband. Amekuwa na She mwanamke. cannot eat everything anyhow. Hawezi kala chochote kile. Are you following me, you sisters? Unanifuatilia sasa nyinyi kina That dada. young girl, Huyo mwanamke she kijana cannot eat the things of the world. hawezi kala vitu vya ulimwenguni. When she eats something that is not good, Anapokula kila mwisho she vomits out. anatapika. When she eats something that is not good, Anapokula chakula she's kizuri vomiting out. anatapika. What is happening? She has been with the husband. Amekuwa na She has mume. been with the husband. Amekuwa na mume Something wake. has taken place. Kuna kitu There's kimetokea. a seed in her womb. Kuna mbegu. Hallelujah. There's a seed in her womb. Kuna mbegu kwenye tumbo lake la uzazi. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. Her diet is changing now. Chakula chake. Let me tell you something, church. Ngoja niwaambie kitu The gani. bride of Jesus Christ in this Bibi hour, harusi wa Yesu Kristo katika God saa has taken her to a secret place. God has taken her to a secret hii. place. Mungu amemtwaa yeye na kumpeleka kwenye chumba And cha her siri. diet has changed. Na chakula chake She cannot eat the things of the world. hawezi kala vitu vya She is ulimwenguni. pregnant now of the word of God. Yeye ni mjamzito wa neno la We Bwana. are now pregnant of the word of God. Sasa ni wajawazito wa neno la Bwana. In the secret place, Katika sehemu ya we siri went to the angel tumeenda kwenda kwa and we malaika have taken the book. na tumechukua kitabu. We have eaten the book Tumekula and kitabu the book is inside of us. na kitabu kipo ndani We are yetu. pregnant now of the word of God. Wajawazito wa neno la Mungu. We are pregnant of the word. Ni wajawazito wa neno. The people of the world are looking. Watu wa ulimwengu wanaangalia This young lady, huyu mwanamke kijana. she used to be dark, Alikuwa but now she's fair.
lakini sasa ni mwerevu. She's getting fair now. Anaonekana mzuri sasa. What is happening? Kitu gani kinatokea? She used to be a slim girl. Alikuwa mwembamba. Now she's getting plumper. Lakini sasa anakuwa mnene. What is going on? Kuna kitu gani kinatokea? She has been in the secret place with her katika husband. chumba cha siri. Let me tell you something. The world does not know anything about it. The churches does not know anything about it. But we have been called Lakini sisi tumeitwa and separated from the world. We are in a secret place now. And something is taking place to us. Every day we eat this message of the hour. Every day we feast on this message. There is a body change that is taking place. There is a change in our bodies that is taking place. And one of these days we shall be fully changed to meet him up in the air. Hallelujah. We've been called out into a secret place for translation. Mungu akubariki. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Called into a secret place. Called into a secret place. Tumeitwa kwenda kwenye sehemu ya siri for transgression. Kwa ajili ya badiliko. As we stand upon our feet. Tunaposimama sasa kwa miguu yetu. Brother, sister, ndugu na dada, have you gone into that secret closet? Je, umeenda kwenye chumba cha siri with Jesus Christ? Na Yesu Kristo? Not a man but just with Jesus alone. Sio mtu mwingine yote bali na Yesu Kristo peke yake. There is a place, my brother, kuna sehemu ndugu yangu that he can take you to, ambayo anaweza kukuchukua kupeleka huko. It's a secret place. Ni sehemu ya siri. When you get to that place, ukienda kwenye there is a hidden manna. Kuna manna iliyofichwa. Are we together? That's what he has done in this age. The unveiling of God. You know, in the Old Testament, it was only the priest that was going into the Holy of Holies. And in that Holy of Holies, there was the pillar of fire there. There was the manna, the hidden manna. And he would eat of that manna. But in our day, in our time, hallelujah, hallelujah, God is calling you into a secret place, because the veil has been rent and the mighty God is now unveiled before us. You can go into that secret place. You can go into the Holy of Holies. And in that Holy of Holies, I don't care how dead your life is. It might be dead as the rod of Aaron. It might be dead as the rod of Aaron. Inaweza kawa umekufa kama ile fimbo ya Aaron. You know, even the rod of Aaron was dead. Hata ile fimbo ya Aaron ilikuwa imekufa. It was dry. Ilikuwa imekauka. But when it went into that secret place, kwenye sehemu ya siri, in the presence of the Shekinah glory, that rod was given life. Mungu alitoa uhai. Budded with flowers. Ilianza kutoa maua. Budded with leaves. Ilianza matunda. It even produced fruits in the same night. Hata ilitoa matunda usiku mmoja. Let me tell you something. There is a power here, brother. There is a power of the third pole that can give life to your life. I don't care how dead you seemed it was. I don't care how dead it was. There is a power here that can resurrect you and become a son and a daughter of God. Hallelujah. He is calling us into a secret place for translation. God bless you richly. As the pastor comes now, praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.